Happy Sabbath. Happy day. God is good and all the time. Asante sana. Ningependa kuchukua nafasi hii ya kipekee niwakaribishe nyote mlioweza kufika katika uwanja huu wa Ithaka katika mkutano huu wa Injili, waliotoka katika makanisa mbalimbali, ambao ni wasabato, ambao si wasabato. Jisikie huko katika miguu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mkutano huu ni wetu wote, hakuna ambaye anatengwa. Ambao wako barabarani, ambao wanasikia sauti hii, na wakaribisha wote muweze kujisikia mkiwa katika nyumba ya Baba yenu, na sote tukarikiwe. Nafasi hii napenda kuichukua niwakaribisha ambayo Mungu amewatenga leo ili watuhudumie. Wacha nianze na mimi. Kwa majina naitwa Mzee Elder Collins Orina. Elder Collins Orina ni mmoja kati ya wazee wengi tu ambaye Mungu ametenga ili tukaweze kumhudumia. Asante. Na ningependa kumkaribisha ambaye atatuongoza katika kipindi cha wimbo, ambaye ni ndugu yetu Jafeth Muruka, aweze kutusalimia. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Ambaye atatuongoza katika kipindi cha zaka na sadaka ni dada yetu Crispy Manyanja. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye atatupatia mahubiri ya watoto ni dada yetu Ruth Oboto. Mungu ni mwema na siku zote. Asante sana. Nafasi hii naweza kumpatia pasta wetu ambaye ni Pastor Julius Opanyi aweze kutukaribisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wale mko hapa, Bwana asifiwe. Na wale wako pale, Bwana asifiwe. Na huku, Bwana asifiwe. Wageni wetu, Bwana asifiwe. Asante sana. Yule ambaye ametoka kutukaribisha ni elder wetu Collins Orina, na wangapi wanamkaribisha pia. Hebu nione wana SNL, Satellite New Life, wale ambao wamefika, hebu niweze kuwaona. Bwana asifiwe. Tunawakaribisha hata kama nyinyi ndio host. Hebu nianze na kuwakaribisha kwa njia pekee katika eneo hili la Ithaka. It's a new place. Sio kawaida yetu kuwa hapa, lakini leo tuko hapa, kwa hivyo mjisikia kwamba umekaribishwa kwa njia pekee. Na kwa sababu hiyo naomba niweze kusimamisha wazee wangu ambao tunasaidiana nao kazi katika Satellite New Life. Tafadhali naomba wazee wenzangu muweze kusimama, muweze kuwave congregation tafadhali. Asante sana. Siwezi kuwataja majina yote, lakini wanawasalimia. Kwa hivyo wazee, ujisikie umekaribishwa kwa njia pekee. Ninakuja katika sehemu nyingine. Kabla sijaleta wageni ambao wametutembelea na wale ambao tuko nao, hebu kwa njia pekee tunafurahi kuwa na baadhi ya wale wanaoenda kubatizwa wako katikati yetu, na uniruhusu tu niweze kuleta wawili ambao walifika mapema. Mmoja ni ndugu wetu Moses Mwongela, ako upande huu wa tent, mahali alipo anaweza simama na aweze kuwawevu. Moses, asante sana, tunashukuru sana. Ni wale ambao wanaenda kubatizwa. Pia ana rafiki yake, wao wanakaa pamoja, James Mutuma, naye wako naye pale, naomba aweze kuwasalimia. Unasema nini kanisa? Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunashukuru sana. Basi muniruhusu pia kuweza kuleta wale ambao wako katikati yetu, wageni wetu, wachungaji wenzangu ambao wamekuja
kuweza kuwa nasi katika mkutano huu mkubwa katika siku ya leo. Naleta kwenu kwa heshima Mchungaji Nyamwega. Nimemuona karibu sana na utusalimie. Asante sana. Mchungaji yeye anahudumia district ya Kiti upande wa Nakuru, all the way from Nakuru. Pastor, feel welcome. Tunakukaribisha kuwa pamoja nasi na tunashukuru sana. Pia mniruhusu asante sana, asante sana. Ndugu Steven Morega, mahali ambapo huko, tafadhali tusalimie. Pole sana, sikuwa nimekuona. Asante sana. Hao ni wale ambao wanaenda kubatizwa, tunashukuru. Baadhi yao wengine wako nasi na tutaona wakati ambapo sasa tutakuwa tunaelekea kwa ubatizo. Mniruhusu pia niweze kuleta mchungaji mwenzangu, na sio tu mchungaji mwenzangu, yeye pia ni director wetu katika Central Kenya Conference, ambaye anasimamia upande wa afya na pia Possibility Ministries. Ako pamoja nasi mchungaji Douglas Maina, tafadhali, na najua kwamba Shepherdess pia yuko, kwa hivyo naomba mchungaji utusalimie, na Shepherdess mahali yako anaweza pia kutusalimia. Asante sana, karibu sana, karibu sana. Asante. Thank you so much, thank you so much. Tunashukuru sana. Niruhusu pia sasa kuleta pia wageni wa pekee ambao wamekuwa nasi, wamekuwa wazungumzaji wetu katika mkutano huu, na nafasi hii ninachukua kuleta mzungumzaji wetu ambaye amekuwa akituelekeza katika kipindi cha familia na amekuwa wa msaada sana. Mchungaji Abina, mahali popote yupo, hebu uweze kusalimia. Amekuwa wa msaada. Wangapi wamemsikiza asubuhi ya leo? Na sasa ikiwa umekosa, amekuwa na vipindi hapa. Wewe kosa tu. Ya leo ni kidogo tu. Kwa hivyo mchungaji, tusalimie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Happy Sabbath. Happy day. I'm happy to see my uncle, brother to my dad, Pastor Nyamwea. Huyu ni ndugu ya baba yangu. Kwa hivyo nimefurahia kumwona hapa. Lakini tena ni vyema niweze kumtambua mke wangu mpendwa Mwakogoti, maana tuko na yeye, sio vizuri niweze kuketi kama sitamtambua. Jameni, asonge tu mbele aweze kuwevu namna hii. Ndiye huyu ni mama wa watoto wawili, mtoto mmoja tuko na yeye. Our daughter ako wapi? Ako hapo katikati. Hebu simama tu just wevu. Kwa wapi? Ndio yule huko. That's our first born. May God bless you. Thank you so much. Thank you so much. Pia mniruhusu kuleta kwenu pia mzungumzaji wetu mwingine ambaye amekuwa msaada sana, akituelekeza katika kipindi cha prophecy kila jioni. Evangelist Orina, mahali ambapo ako ametoka na nimefahamishwa kwamba ametoka kidogo. Nilete kwenu pia mzungumzaji ambaye amekuwa akituelekeza katika kipindi cha Jifunze Biblia, Bible study. Ako hapa mbele na nachukua nafasi hii kwa heshima niweze kumleta kwenu Evangelist Robinson Otieno aweze kuwasalimia. Nachukua nafasi hii niwasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Muwe na sabato njema. Asante sana, asante sana. Wale ambao mnahudhuria mafundisho yake, I want to tell you, anatumiwa na Roho wa Mungu. Is really breaking the bread of life to us kila jioni katika Bible study. Don't miss.
Wewe umekuja leo alafu tutakukosa katika wiki mzima. You are losing a lot. Kwa hivyo nakukaribisha, don't miss kuwa naye katika kipindi ambacho anaendesha ya Bible study kila jioni, na hata leo bado atazungumza pamoja nasi. Basi mimi ninaye ongea nanyi ni mchungaji Pastor Maurice Opany Onyango, na mke wangu na mimi yako karibu, alikuwa kwa gari, hakuwa nasikia vizuri, lakini mahali popote alipo angeweza kuwasalimia. Asante sana, asante sana. Tunashukuru Mungu. Shepherdess ambaye ni mke wangu. Basi wakati huu nachukua nafasi hii kuweza kuleta kwenu mtumishi wa Bwana ambaye ni mchungaji, amekuwa wa msaada sana. Okay, asante. Pole. Unajua, asante sana MC kwa kunikumbusha. Ningesahau, ingekuwa mbaya sana. Evangelist Benjamin Rundu. Tafadhali. Pole sana mtumishi wa Bwana, pole sana. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Barikiwe sana. Asante sana Evangelist Benson Rundu, amekuwa msaada na anazidi kuwa msaada kwa wakazi wa hapa, na naamini ya kwamba in the afternoon pia atapata nafasi ya kuweza kutuletea testimonies. Anatupatia testimony kila siku inayotuleta karibu na kutuhakikishia kwamba Mungu anabadilisha maisha. Basi ni furaha yangu kuleta kwenu mchungaji Fadhili ambaye ndio our guest speaker katika mkutano huu, na ametubariki sana na neno la Bwana. Naamini ya kwamba ushuhuda ambao inatoka katika sehemu hii, mchungaji Fadhili, Mungu anazidi kumtumia wa Roho Mtakatifu akiwa anamuongoza, anatoa sauti na ni neno la Bwana ambalo analeta kwetu. Mchungaji Fadhili anatoka pande wa Tanzania, the city of Dar es Salaam, mahali ambapo ukisikia neno salam, hiyo ni peace, this peace. Kwa hivyo ameleta peace katika sehemu hii kwa neno la Bwana. Unasemaje? Tunasema amina. Wangapi wakati wake ukifika anene nasi, wanamkaribisha kwamba wakati wake ukifika mchungaji aweze kunena nasi? Wangapi pamoja nami wanamkaribisha? Haleluya, Bwana asifiwe, na program inaendelea. Nimerudi tena kuomba msamaha.
na adha na shida kwa ajili ya Kristo, maana niwapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu. Neno la Bwana libarikiwe. Choristers, tusimame na nyimbo zetu nambari 124. Choristers. Tusimame. Tunataka tumwambie Yesu sasa masumbuko yetu,
Tunataka tumwambie Yesu kwa sababu Yesu kwetu ni rafiki. Tukiomba kwa babaye, maombi asikia. Usijikoseshe kwa kutoka hapa kanisani leo na mzigo ulio mzito. Yesu amekusudia kuushusha huo mzigo wa moyo wako. Mwambie sumbuko lako sabato hii. Mwambie vitu ambavyo unapigana navyo. Lakini tena mwambie, natamani kuisikia sauti yako sabato hii Yesu. Zungumza nasi, thibitisha agano lako katika maisha yangu. Basi tujumuike pamoja, tumwambie Yesu, naye anaenda kutusikia muda huu. Lihimidiwe na kuinuliwa jina lako lenye nguvu. Wewe ni Mungu wala hapana mwingine. Tumeuona mkono wako mkuu wa ajabu katika mikutano hii siku hizi 7. Tumehisi uwepo wa Roho wako Mtakatifu ukinena nasi kwa namna ya kipekee sana. Na sabato hii tena tumekutanika hapa Yesu Kristo, ili kwamba ukatuumbe upya kwa neno lako, ili kwamba ukasemezane na sisi Yesu Kristo, na ukatupatie nguvu ya kuyaishi maisha makamilifu mbele zako. Lakini Yesu Kristo, pia inawezekana ya kwamba namna ambavyo tumekuja katika ibada, kuna watoto wako ambao wamekuja wakiwa wamelemewa na mahangaiko na matatizo ya ulimwengu. Wewe ambao unasema njooni kwangu nyinyi nyote mnaolemewa na kusumbukiwa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. O Yesu, tumekuja ili kwamba tupate pumziko. Na tunaomba ya kwamba wote ambao wamekuja wamelemewa na mizigo ya maisha wakapate pumziko katika jina la Yesu Kristo. Waliolemewa na magonjwa katika maisha yao, wamejaribu tiba hapa na pale, lakini wasipate tumaini, kwa neno lako sabato hii ya kipekee wakapate tiba katika jina la Yesu Kristo. Waliolemewa na misukosuko ya familia, amani imekuwa mwiko katika familia zao, wanajua katika familia ni hofu na dhoruba. Yesu Kristo, wewe ambao ulisema pepo na dhoruba tulia, sabato hii ukatulize pepo na tufani katika familia hizo. Waliokuja wametamani kupata kazi muda mrefu, Yesu Kristo, si dunia na vyote vijazavyo ni mali yako. Tunaomba kwamba Yesu Kristo nao waondoke kama mioyo yao imezidi kufarijika kwamba unashughulikia mahitaji yao sawia na mapenzi yako. Lakini Yesu, tunaloomba zaidi, japo tupo na mahitaji kama namna ambavyo umetufunza katika juma ambalo limepita, utupatie moyo wa subira, utupatie moyo wa kungojea, utupatie moyo wa kusimama katika ahadi zako hadi utakapotatua yale ambayo tunayaomba ili kwamba kaweze kuyatatua. Lakini muda huu mtumishi wako mchungaji Fadhili Lubua umempaka mafuta kanene kwa niaba ya mbingu. Hivyo nasi tunamweka mikononi mwako muda huu Yesu Kristo, ya kwamba nguvu ya kipekee itokayo mbinguni ikamjae, ulimi wake ukaelekezwe kutoka mahali patakatifu mbinguni, maneno yake yote ya kawaida ukamfanye ayasahau, na sasa akumbuke tu yale ambaye yataleta farijiko, yataleta tumaini, yatakuza chuki ya dhambi na kukuza chuki ya haki katika maisha yetu. Yesu Kristo, tunatamani ya kwamba ukamtumie kwa namna ya ajabu Yesu Kristo, na mwito utakapotoka kinywani mwake kualika watu katika zizi lako Yesu Kristo, wote ambao wanapaswa kuitika, ukawapatia nguvu ya kuitika katika mwito huo. Asante kwa kuwa nguvu yako ya ajabu inaenda kusamiri hapa. Asante kwa kuwa uwepo wako utakuwa pamoja nasi hadi tamati ya vipindi hivi, kwani tumeomba kwa jina lisilopingika, jina pekee ambalo lina nguvu na uweza, jina la Simba aliye wa kabila la Yuda. Na kila mmoja anayenuia kusikia sauti ya Yesu mchana huu kwa imani aseme amina. Amen. Amen. Zaka na sadaka, na ningependa kuwaomba all deacons and deaconesses on duty to take your places as we pray. Tuombe.
Our Father who art in heaven, Lord, we want to thank you for the abundance of eternal life. Lord, we want to thank you because you're a good Father, and we want to thank you, Almighty Father, for the good gifts that you've given unto us. Lord, we come before your presence, and as we bring our tithes and offerings into your storehouse, Almighty Father, we acknowledge that, Almighty Father, all that you blessed us with, they are all yours. And as we bring them unto thee, Almighty Father, may they wholly be acceptable unto thee, O my Father, before your presence, and may you bless us abundantly, for this is our prayer in Jesus' name. Amen. Thank you for that. I request that SNL choir to come up front for an item, and very costly, followed by Heaven Targeters. SNL, please. Niambia brightness kama iko sawa, reduce by 1. Acha kwanza wajipange, unajua watu wanatembea, so lazima wajipange ndio ni watafute. Brightness nitareduce ama iko sawa. Naona hapa brightness ni mingi. What?
brightness iko sawa.
Wale ambao wako katika mitandao, account number yetu ni 01134126183100. Alafu wale unaweka 400-200 kwenye kulipa katika pay bill yetu. Asante na Mungu awabariki. Watoto hello. Watoto hello. Kujeni. Kimbia watoto kimbia. Leo ni siku ya 7 kimbia. Njo watoto njo. Leo ni siku ya 7 njo. Kazana watoto. Tuje pia mbele tuweze kuangalia watoto. Hello children. Hello children. Hamjambo? God is good. Aya, nani atatuombea? Let's bow down for our Our dear kind and loving Master, we come before you. We thank you for this day that you have been with us, O dear Lord. We thank you that you brought us to your house to listen your word, O dear Lord. Oh dear Lord, as we start our lesson, as we start our children's story, O dear Lord, may you be with us also, dear Lord. Help us to be good, O dear Lord. In Jesus' name we pray, amen. Katika mahubiri yetu ya watoto siku ya leo, topic itakuwa uko wapi? Kila mtu ni swali, uko wapi? Kila mtu aseme, je, uko wapi? Haya, wakati ule wa mwanzo Mungu alipokuwa anafanya uumbaji, alifanya uumbaji wake katika siku ngapi? 6. Katika siku 6 alifanya uumbaji wake, alafu ile siku ya 6 akamuumba nani? Alimuumba mwanadamu ambaye ni Adam. Alafu baadaye akaumba Hawa ambaye ni mke wake. Na alipokuwa pale akawapatia maagizo. Akawapatia maagizo ya kwamba mtaangalia hivi vitu vyote ambao viko hapa katika shamba la Edeni, mtakuwa mnaviangalia, mnaviongoza, nyinyi ndio mtakuwa katika mamlaka. Akawapatia mamlaka ya kuchunga vitu vyote ambavyo vilikuwa pale. Haya, lakini tunaambiwa ya kwamba Mungu pia aliwaambia katika hili shamba la Edeni kuna ule mti ambao kuna miti mingi ilikuwa pale, kuna matunda, lakini akawaambia katika huu mti wa katikati msifanye nini? Msikule tunda. Msikule matunda katika mti wa katikati. Sasa baadaye tunaambiwa ya kwamba waliweza kudanganywa na nyoka ambaye alikuwa ni shetani, akawadanganya wakakula tunda. Now from there nataka tusomewe Biblia, Genesis chapter 3 verse 9 kwa Kiswahili.
akamwambia uko wapi? Uko wapi? Sasa angalia, Adam alikuwa ameambiwa pamoja na mke wake Hawa, wameambiwa usijaribu kula tunda katika mti wa katikati. Nao walikula tunda. Alafu Mungu akaja akawauliza, Adam, uko wapi? Do you think Mungu alikuwa anajua? Alikuwa anajua mahali wako? Si alikuwa anajua? Kwa nini alikuwa anawauliza? Alikuwa anataka, he wanted them to realize that they have done something wrong. Sasa Adamu aliposema hivyo, tusomewe chapter 10. Inasema, akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Aya, Adam anasema wakati yule ameulizwa uko wapi, alafu anajibu anasema, nilisikia sauti yako ukiwa pale bustanini, nikafanya nini? Nikajificha. Kwa nini alikuwa anajificha? Kwa sababu alikuwa uchi. Akaona niko uchi, sina nguo, wacha nikimbie nijifiche. Alafu Mungu akamuuliza, ukiendelea kwenda chini 11 inasema, kwani ulikula tunda? Kwani ulifanya vile you did as you disobeyed my command. Alafu nao Adam sasa akashindwa atasema aje, sababu Mungu ameshajua alifanya makosa. So, what do we learn from this story? Tunasoma nini kutoka kwa hii story? Tunasoma ya kwamba it's good to obey. When you obey, wakati ule umeambiwa pale shuleni ama nyumbani, umeambiwa kitu, fanya hivi na hivi na hivi, unakataa. Baadaye utafanyiwa nini? Utachunwa kidogo ama utachapwa kidogo. God is also telling us that we should obey. We should do what? We should obey. You see, God is our natural environment. And if we turn away from God, we will get lost. Wakati Mungu alikuwa anafanya uumbaji, aliumba samaki baharini. Alikuwa anaongea na bahari, akamwambia, bahari, you are going to accommodate fish. Wewe ndio utakuwa mazingira ya samaki. Na ukiangalia vizuri, samaki akitolewa ndani ya maji kufa, si ndio? Haya, akaambia wakati alikuwa anaumba miti mirefu, miti yote hii tunaona, aliongea na ardhi, akasema, you are going to accommodate miti. Ardhi nayo ikakubali. Wakati mtu umeangusha mti, si mti unakufa, lakini ardhi inakufa? Ardhi haikufi. Wakati also God was creating us, alituumba kwa in his own image, alituumba kwa mfano wake. Na sisi mazingira yetu ni nani? Ni Mungu. So if you turn yourself from God, you will die. You will not have life if you don't have God in you. Amen. Tuombewe na Spencer. Let's bow our heads for a word of prayer. Our heavenly loving Master, I come before you this day. Thank you for the gift of life. Thank you for everything you've done in our lives. As you have guided us through our children's story, may you help us to be good children and always be God's companions. In Jesus' name, amen. Watoto tukae. Asanteni sana. Tangazo moja tu, vyombo vya usafi ni hivi ambavyo unavielekezea kidole changu, na ni bure, haulipishi chochote. Bwana Yesu asifiwe. Imefika wakati wa kipekee, na wakati nilipokuwa ninafanya introduction nilisikia hiyo katika sehemu hiyo, kwa sababu maana wale ambao ninaenda kuwaletea saa hizi ni wahubiri katika njia ya nyimbo. Hao ndio watangulizi wakati mchungaji anapokuja kuongea nasi. Ni furaha yangu kuleta mbele yenu kwaya yetu ambaye ni our guest choir. Wamekuwa wa msaada sana katika mkutano huu. In fact,
Mungu amewatumia kwa njia ya pekee na anazidi kuwatumia, na sasa imefika ambapo ninawaleta kwenu kwaya hii kutoka mbali, sehemu za Kisii, kwaya ambaye umekuwa ukiona hata katika YouTube. Wanaitwa Heavenly Targeters. Heavenly Targeters, wanalenga mbinguni. Hao wamekuwa nasi na watazidi kuwa nasi hapa, Mungu akiwatumia kuleta ujumbe katika sehemu hii ya Waidhaka kwa njia ya uimbaji. Kwa hivyo tunashukuru sana, na wangapi pamoja nami wanazidi kukaribisha Heavenly Targeters, kwaya yetu ikiwa ni kwaya pekee. Wageni wetu karibuni. Sasa wanaenda kumtukuza Mungu kwa wimbo, na ndipo mchungaji atasimama na kuleta neno la Bwana. Bwana aweze kuwahubiri. Kabla tuweze kuimba mchungaji, kuna baba na mama wetu wa kwaya hii. Tafadhali simama Baba Teri uweze kufungia watu. Mtu akitoka Kisii amekuja kufuata watoto wake na asikuwe recognized, itakuwa ni mbaya. Baba yetu na mama yetu, asante kwa kuja, tunawashukuru sana na tunawapenda. Nina wasalimu kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Bwana asifiwe. Yaani Bwana asifiwe. Wengine hawana furaha kabisa na sijajua wamepatwa na nini. Natamani furaha yako irejee tena, maana Kristo awaye yote yuko mahali hapa. Bwana asifiwe. Kama ulikuwa una furaha, sasa unaungana nasi kwa pamoja, tupunge mkono namna hii. Haleluya. Nimefurahi sana kuwa hapa kwa takribani wiki moja sasa Waithaka, na hivyo basi wale ambao tumekuwa hapa tukihudhuria, Bwana amejiinua kwa namna ya ajabu. Tumemwona Bwana kwa namna ambayo hatujaizoea, maana amesema nasi kwa ukweli wote. Amesimama na wahudumu wote ambao walitumwa na Bwana kama walivyotambulishwa. Amesema nasi kwa nyimbo, amesema nasi kwa njia ya maombi, amesema nasi kwa njia ya kutembelea watu nyumba kwa nyumba. Amesema nasi kwa namna ya kipekee sana, kwamba tukikutana na vikundi kadha wa kadha, wakiwemo bodaboda, wakiwemo wanawake ambao wako katika vyama vyao, lakini basi tukiendelea mbele kabisa, kwamba tutakutana nao kwa namna za ajabu. Ama kweli mafundisho ya unabii yamekuwa mbaraka mkubwa. Mafundisho yanayogeuza watu katika masuala ya uraibu yamekuwa na mbaraka mkubwa. Ama kweli masomo ya kaya na familia yamekuwa burudisho la mioyo yetu, lakini si hivyo tu, yakitugeuza katika kile ambacho ni mpango wa Mungu katika familia zetu. Tunashukuru sana kwa mtumishi wa Mungu pia Robinson, ambaye ametumika pia vyema katika Bible Study. Katika ufanisi wa vipindi hivi tumebarikiwa. Nishukuru sana Mungu pia kipekee kwa ajili ya kwaya ya Heaven Targeter, wao ambao si tu waimbaji ila wana karama nyingi sana, ikiwemo kushuhudia na kwenda kwa nyumba za watu kuomba nao kujifunza neno. Wamefanya hilo na hata sasa wanafanya na wataendelea. Bwana azidi kuwabariki sana Heaven Targeter. Tunashukuru sana pia hata kwa usaidizi wao
wa vyombo vya muziki ambavyo vimeongeza nguvu na maana hapa. It's of a sacrifice na ni kwaya ya pekee. Mimi binafsi nimetembea nao. I know how much they devote themselves for the work of God. Wanajitoa sana. Wengine utagundua katikati ya wiki huenda Kisii kwa kazi, alafu tena weekend wanakuja wako hapa. It's over devote. Tunasema Mungu azidi kuwabariki sana. Zaidi ya yote, nimemshukuru sana Mungu kwa ajili ya kanisa lililoanzisha mpango wa mkutano huu chini ya jemedari wa kazi ya Bwana Mchungaji Opan, ambaye amesimama imara. Huyu si tu mchungaji, ni mwinjilisti. Anafahamika maeneo haya kwa kuzunguka na kusema na watu. Amewaombea, amewahudumia, amekuwa karibu nao. Pastor Opani, Mungu akubariki sana. Ikiwa pamoja na safu ya viongozi imara, majemadari wa kazi ya Bwana, wale ambao wamekuwa viongozi wazee wa makanisa, mkuu wa huduma na uinjilisti, pamoja na idara zote chini ya uinjilisti, wakiwa na support kazi ya Mungu, kama idara ya wanawake Dorcas Amo, wamekuwa chini ya uangalizi idara ya vijana. Tunasema jina la Bwana litukuzwe. Baada ya kusema hayo, pia sasa nitambua kipekee uwepo wa mzazi mlezi wa kwaya yetu ambaye amekuja hapa. Endelee tena kutupungia tu kidogo, pamoja na mke wake wako pale. Lakini sana nishukuru baada ya kumtambua pamoja na kwaya ambao ndio wanatengeneza timu ya mikutano hii, ni washukuru washiriki mmoja mmoja, individual church members, kwa sacrifice ya fedha mlizotoa na ambazo mnaendelea kutoa. Mungu awabariki sana. Mmejitoa kwa gharama kubwa, mmejinyima na kumbariki Bwana kwa kazi yake, na nataka niwaambie kwa imani, kazi hii itazaa matunda. Kazi hii imezaa matunda. Baada ya kusema hivyo, nipende kutambua sasa kipekee sana, kwa namna ya pekee, uwepo wa wachungaji ambao wako mafunzoni hapa. Wachungaji wote ambao wako mafunzoni kwa namna ya kipekee, kama wapo waanze kutupungia mkono. Wachungaji wote, all pastors who are in training, may you please stand and wave. Tunatambua uwepo wa wachungaji hawa kwa sababu wengi wao wamefanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba wanatembelea pamoja na kwaya wakihusika kikamilifu. Baada ya kuwatambua wachungaji hao, nianze pia kutambua uwepo wa kipekee kabisa leo wa watu ambao ni wageni ambao wametufikia hapa. Tuna kundi kubwa liko hapa nyuma likiwa na Mr. Rundo ambaye yeye ndiye mkufunzi wa waraibu, akiwaeleza kwa shuhuda halisi. Wako hapa nyuma mahali pale mlipo, mpunge mkono na ndiposa watakaweza kuwaona waweze kuwaona. Is a special group na wengi wao watabatizwa siku ya leo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Pastor Douglas, inaanza kukutaja hata kabla sijakutambulisha. Ungalikuja hapa Sabato iliyopita uone vile shetani alivyotesa eneo hili. Walevi wangekuwa wakilala hapa, wakipita na kuzunguka, kuanguka kwa kulemewa. Lakini ni ushuhuda wa kweli usiopingika kwamba eneo hili Kristo ametutetea. Jamani, haleluya. Baada ya kusema hayo, marafiki zangu ambao wako wengine wamejificha tu kona fulani hapa, wako makini, wanakiri kwamba mafundisho haya ni mafundisho ya kubadilisha maisha yao. Baada ya kusema haya, ninaomba nitambue uwepo wa mchungaji mgeni pamoja nasi
ambaye ametoka kule Nakuru kama ilivyotambulishwa. Umetuheshimu Pastor Nyamwega, naomba usimame na utupungie mkono kidogo. Amen. Pastor Nyamwega, hiyo spirit naomba Mungu anipatie ya kutembelea mikutano ya Injili, niposa tuendelee kutiana moyo. Uwepo wako si wa kawaida, and I don't take it for granted. Ninajua nimekuwa kule Nakuru wakati fulani, one of the Sabbath, kanisa linaitwa Kilimani. Kwa hiyo nafahamu kidogo pale, na Bwana aendelee kukubariki katika utumishi mwema uliotukuka sana. Rafiki yangu kiongozi mkuu wa kazi pia, lakini ni mshauri katika safari yangu ya utumishi, anafanya hivyo mara kwa mara, and we are so close. Ninashukuru sana kwa sababu sasa nimeendelea kuwa na wazazi wa kiroho. Pastor Upani yuko hapa na ni train step by step, word by word, lakini ina mtu fulani ambaye ananipatia inaitwa, ninaendelea kuhitimu shahada, is a long distance training under the supervision of my able leader and Pastor Douglas. Pastor, Mungu akubariki sana. Ningependa uendelee pia kusimama kwa mara nyingine, kama hutojali uwasalimu hao watu hata kama wanakufahamu, lakini mimi kwangu ni mtu wa pekee. You may just come and greet, niposa uwakaribishe na hao watu wa Waithaka in a special way katika mkutano huu. Welcome, welcome so much. Bwana na binti wa mfalme na wasalimu wa mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe mara nyingine. Basi nawatakia kila laheri na wageni wetu wote ambao wamekuja katika sehemu hii. Nami nimekuja nikiwakilisha maeneo yetu ya ofisi kutoka president na viongozi wote. Nilipowatajia kwanza kuja katika mikutano hii mikubwa, na wakanituma na salamu, wakasema nikifika niseme Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe mara nyingine. Kwa hivyo mmepokea salamu hizo. Basi tunaendelea kuombea viongozi wetu wote ambao wako wanaendeleza mikutano hii ya Injili. Neema ya Bwana iwafunike siku baada ya nyingine. Huku ni nyumbani, tunakuelewa vizuri. Najua shida iliyokuweko katika sehemu hii na yale yote mimi wanafuatilia kila jioni katika mtandao. Naelewa ile kazi inayoendelea kufanyika katika sehemu hii, na kwa hakika leo ni nusu, bado wiki ijayo Mungu atafanya muujiza wa ajabu. Tutapindua sehemu hii juu chini, na watu watamwona Yesu hivi ajabu mara ya pili. Wote tutakuwa washindi tukienda mbinguni, na Bwana awabariki. Huyo ndio Pastor Douglas, na tunashukuru sana pia uwepo wa fundi mitambo. Unajua hawatambuliki mara zote, ila wao ndio hubeba na kurudisha vyombo hivi sambamba na kuviweka imara, maana kama tusingelikuwa nao wasingeweza kutusaidia. Kisha nimtambue mhubiri mwenzangu kwa njia ya alama. Mungu azidi kukubariki, na hata ingewezekana ungepanda hapa kabisa ili uwe sambamba nami katika hotuba hii. Baada ya kusema hivyo, nipende kukaribisha kipekee na kutambua serikali yetu ya Kenya ambayo imetupatia nafasi hii ya kuwa hapa, chief wa maeneo haya, MCA, MP. Tunatambua pia kwa vibali vyenu mmeweza kuturuhusu mahali popote wakilishi ulipo, pokea salamu zetu na Bwana azidi kuwabariki sana. Baada ya kusema haya, pia nipende kutambua kipekee in a very special way uongozi wa usalama. Hawa wamekuwa hapa kila siku, na hata jioni mtaona hapa askari, lakini tunao askari wengine ambao ni washiriki wetu ambao wanaratibu uwepo wa usalama maeneo haya. Tunasema jina la Bwana litukuzwe sana.
Maeneo haya tumebarikiwa na kwaya za ajabu. Kwaya ya Satellite huimba katika ile ala ya muziki wa pekee sana, muziki wa Kiadventista. Wanaimba vizuri, si kwaya ya vijana, si kwaya ya kanisa. Mpendwa ambaye unanifuatilia kutoka popote, ikitokea unatamani kusikia muziki wa Kiadventista, alika kwaya hizi mahali popote ndani ya nchi ya Kenya, nje ya nchi ya Kenya. Wanaweza kuwa mbaraka, maana mimi binafsi wananibariki sana. Iko kwaya ya Amo leo ameweka sare kabisa, nao pia nitambue na ni appreciate, maana mmeheshimu mkutano huu. Kwa kweli mnaweka na muziki wa pekee. Kanisa la Satellite limebarikiwa. Jamani, Bwana asifiwe sana. Baada ya kusema hayo, kipekee sana leo tena tunatamani kubarikiwa. Tunatamani Bwana atubariki na kila mmoja atabarikiwa, na moyo wa kila mmoja ujipange kuinuka kwa Kristo. Tunaenda kuimba wimbo wetu nambari 46, wimbo ambao hutuvuta karibu na msalaba, miguuni pake Yesu. Pamoja na wale waliokuwa naimba hapa, watu waje hapa tuimbe at the feet of Jesus Christ, miguuni pake Yesu, maneno yake tamu. Hapo napewa uwezo, faraja na neema. Unibariki Mwokozi, ni miguuni pako nimekaa na Mwokozi aliye haki yangu. Bless us Lord today, for we come under your feet. Bwana azidi kuwabariki tunapoimba wimbo huo. Taimba kwa kutoka moyoni mwetu kabisa. Yes, maneno yake ni tamu. Mahali palipo heri, niwepo kila siku. Imba kwa kumaanisha kabisa, entire congregation. Utuvute karibu na wewe, la kuimba miguuni pake Yesu. Hapa ni mahali bora, tunaweka dhambi zetu na tunasamehewa hapo. We all stand up. Miguuni pake Yesu. Fanya sana wake, apewe uwezo, faraja na neema. We all stand up. We all stand up. Bless us, Lord, in this worship. Tuko miguuni pako Yesu. Tubariki kwa upendo. Tazame Yesu wetu. Tuone uso wako.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord Father. Na huu ndio ujasiri tulio nao kwake. Yes. Kwamba tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Na kama tukijua kwamba atusikia tuomba chochote, basi tunazo zile haja tulizomwomba. Sijajua kabla sijaanza kuhubiri una shida gani, una jambo gani moyoni mwako. Sijajua kwamba unataka usamehewe dhambi gani. Miguuni pake Yesu, hapo tunasamehewa, hapo tunapewa uwezo, faraja na neema. We'll call upon each one of you, kila mmoja wenu aombe tangu moyoni mwake, akimwambia Bwana juu yake, akimweleza juu ya Waithaka, akimwambia Bwana utubariki. Tuko miguuni pako leo. Tutaendelea kuomba sasa. Tufumbe macho yetu, kila mmoja aombe. Taja changamoto zako, mizigo yako, dhambi zako, ziweke miguuni pa Yesu. Lakini pia utaendelea kuomba kwa ajili ya Waithaka. Bwana atende muujiza, Bwana atende muujiza. Utaendelea kuomba, utaendelea kuomba, la kumwomba Bwana kwa kweli wote. Mungu wetu anataka aseme nasi kipekee. Mungu wetu anataka aseme nasi in a very special way. Keep on praying. Keep on praying. Roho anamwagwa mahali hapa. Baba, katika jina la Yesu, utukuzwe wewe uliye mkamilifu wa wakamilifu. Baba, mweza wa yote katika maisha yetu. Twakuhitaji katika ibada hii. Twakuhitaji Mwokozi wetu. Kila mmoja anapokuomba, kila roho inapokuja mbele zako Baba, hatuwezi peke yetu. Tunatamani utusaidie, tunatamani ututetee. Roho wako ashuke akae nasi. Na ndio maana kila mmoja anakuomba hapa. Mwingine anaomba kwa sababu ya madeni, mwingine anaomba kwa sababu anaumwa, mwingine anaomba kwa sababu ya mahusiano, mwingine anaomba kwa sababu ya ndoa ambayo inamtoa machozi, mwingine anaomba kwa sababu amechoka kutafuta kazi, wengine wanaomba kwa sababu wanajiona kwamba hawafai mbele zako. Mwokozi wa ulimwengu, Baba unayeweza siku zote, tunatamani useme nasi katika ibada ya leo. Baba, gusa changamoto zetu, gusa kila mmoja na shida yake, ili wakati ninataka kusimama na kunena hivi, Baba, ikiwa kuna nguvu yoyote ya giza, tunaikemea kwa jina la Yesu. Tunaikemea kwa jina la Yesu. Baba, kaa nasi, useme nasi, ubariki mkutano kwa namna ya ajabu. Ongea na kila mmoja aliyeko hapa, aliye mbali na hapa, aliyeko mtandaoni. Baba, useme nasi, ili kila mmoja hatimaye aseme, tumesikia sauti yako leo. Katika jina la Yesu Kristo, kila aminie kwamba Bwana ametenda jambo katika maisha yake na yuko na uwepo wa Roho wako, ashangilie pamoja nami akisema amen. 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 Tukae. Somo la leo linasema omega yako itakuwaje, au kwa maneno mengine, mwisho wako
utakuwaje? Je, umewahi kukaa chini ukatafakari ukasema, je, mwisho wangu utakuwaje? Mimi nataka niwaambie katika somo hili ya kwamba kuna mwanzo wa maisha, lakini kuna mwisho wa maisha. Wengi wanajua kwamba walizaliwa, wengi wanajua kwamba wanaishi, lakini sio wote ambao wanafuta taswira, wanaweka mkakati, wanaweka mawazo, wanaweka nia kutafakari kwamba mwisho wao utakuwaje. Na mimi nataka nikwambie, umezaliwa ni kweli, unatembea katika maisha ni kweli, mambo yanaendelea, umepewa pumzi ya uhai, umepewa kila fursa ya maisha, unaendelea na maisha, ni kweli. Lakini kama ningekuwa najaribu kutafakari pamoja nawe, ningejiuliza jambo hili: je, mwisho wangu utakuwaje? Je, mwisho wako utakuwaje? Baada ya yote, je, mimi nitakuwa wapi? Na somo kama hili linataka tafakari kubwa sana. Je, mwisho wangu, je, mwisho wako, je, mwisho wetu utakuwaje? Natamani kila mmoja atafakari. Sijui hizi microphone ziko sawa? Je, mama ambaye uko hapa, je, baba ambaye uko hapa, je, kijana, una nguvu, unatembea hapa na pale, unatembea, uko free, unaenda gym, unaenda mazoezi, unafanya kila kitu, unasema, unatafuta kazi, mambo yanaenda. Je, umewahi kukaa ukajiuliza, mwisho wangu utakuwaje? Na wale ambao hawafanyi tathmini, hawana muda wa kujiuliza hivi mwisho utakuwaje, hawaelewi. Na mimi nataka nikwambie, mtoto wa Mungu, shetani anatuonyesha mipango mingi, tena mizuri, tena ya kuvutia, tena yenye raha, tena kila fursa, ila anafunga akili isione mwisho unatakiwa kuwaje. Hubiri la leo ninataka lifungue moyo wangu, ninataka lifungue moyo wako kutafakari habari ya Omega. Kuna Alfa na kuna Omega, kuna mwanzo lakini kuna mwisho. Wengi wakisoma Biblia hawatafakari hili. Mungu anasema mimi ni Alfa, alafu anasema mimi ni Omega, yani mimi ni wa kwanza, lakini pia mimi niko mwisho. Unaweza ukaanza na Bwana lakini usimalize na Bwana. Lakini wako wengine ambao wanaanza peke yao ila wanamaliza na Bwana. Ngoja nikwambie, haijalishi ulianzaje, ila Mungu anatafuta kwamba utamalizaje. Heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wa jambo. Nikauliza wengine
watasema nilipokuwa mtoto nilikuwa na kalini fast, nilikuwa naimba kwaya, nilikuwa naenda kanisa mapema. Nilipokuwa mtoto nilikuwa mwaminifu sana, nilikuwa mtoto mzuri. Nilipokuwa mtoto, nilipokuwa kijana. Those are stories. Je, maisha yako ya sasa ya imani yana picha gani? Lakini je, unavyojitazama utamalizaje? Ulikuwa unasoma Biblia? Ulikuwa unaenda kanisa? Ulikuwa unakuwa mzuri kabisa? Ulitembea katika Bwana? And a lot of us tuna all these stories of faith, maisha ya nyuma ya imani. Mtu anasimulia, anaeleza vizuri, anasema usinione hivi, nilikuwa niko na verses, nilikuwa nafunga, nilikuwa naimba, nilikuwa imara. Then where is that faith? Ile tabia imeenda wapi? Yale maisha yameenda wapi? Mbona leo unapatikana kwenye vilabu vya pombe? Mbona leo unapatikana kwenye mihadarati? Mbona leo unapatikana kwa lechi? Mbona leo unapatikana na kiburi? Mbona leo unapatikana hata kanisa unaenda utakavyo? Where is the old ways and passions? Ziko wapi njia za zamani? Ndio maana nasema omega yako itakuwaje? Mwisho wangu na mwisho wako utakuwaje? Hebu muulize jirani uliyekaa naye, mwisho wako utakuwaje? Mbona unamnong'oneza alafu unamwogopa? Uliza tena, mwisho wako utakuwaje? Baada ya safari ya kwenda kanisa, baada ya safari ya kuitwa Mkristo, baada ya safari ya kuimba kwaya, baada ya safari ya kuwa kiongozi, baada ya safari ya kupambana, what shall it be? Mwisho wangu utakuwaje? Amina. Bali nikuulize, nikuambie, Mungu haangalii, narudia kauli hii, tulivyoanza anaangalia tutamalizaje. Usikate tamaa. Mtoto wa Isaka ambaye unasikia hotuba hii leo, unasema pasta, hata mimi nakuambia pasta, natamani kuwa na maisha nzuri, lakini tazama, nimefungwa na kamba za uraibu, nimefungwa na kamba za pombe, nimefungwa na kamba za shetani za kila namna. Mimi nataka nikupe matumaini. Haijalishi ulivyo sasa, ukimpata Yesu leo, anakupa mwanzo, anakupa mwendelezo, anakupa mwisho. Haijalishi ulivyoanza, Mungu anaangalia utamalizaje. Iko hapa kuwatia moyo ambao hata kiuchumi wanajikongoja, wamekata tamaa. Mama pambana, baba pambana, kijana pambana, mzee wangu pambana. Haijalishi umeanzaje kiuchumi, Mungu anataka umwamini sasa, umpe maisha sasa, utembee naye sasa, maana mwisho ambao una mwanzo wa Bwana ni mwisho wenye utukufu wa milele. Ni kama kuna anayenielewa nipungie namna hii. Wakati naendelea kwenda ndani, nina jambo hili pia ambalo natamani unielewe, na hapa ndio pana shida. Kwa nini tunapata dhoruba? Kwa nini tunapata mateso katikati ya safari? Shida inaanzia hapa. Kwa sababu gani tunateseka? Na kwa nini tukiteseka tunaikana imani? Na kwa nini tunashindwa katikati ya majaribu? Sababu yenyewe ni hii. Mungu anasema, mimi ni Alfa, mimi ni Alfa
mimi ni mwanzo. Na mimi nataka nikuulize swali. Je, ulipoolewa uliolewa ukiwa katika mwanzo na Bwana? Je, mlianza na Bwana? Je, kabla hujapata yule bibi yako nzuri, je, ulianza kumtafuta na Bwana? Lakini swali lenyewe ni hili. Je, masomo yako yanatembea na Bwana? Je, ulipoandikwa kazi ulianza na Bwana? Je, maisha yako kwa kila jambo, je, yalianza na Bwana? Lakini habari njema hii, haijalishi kwamba ulianza bila Bwana. Mwanzo unaandikwa kila leo. Every morning is a new beginning. Hebu mwambie jirani yako, every morning is a new beginning. Sasa mbona mnaongea kwa nikajua Kiingereza mnasema vizuri. Hebu mwambie tena jirani yako, every morning is a new beginning. Haijalishi kwamba hivi ninavyoongea kuna mambo ambayo hukuanza na Bwana. Anza kumuungamia Bwana. Mwambie Bwana, nilianza mambo mengi, nilianza project, nilienda kuandikwa kazi, nilianza ndoa, nilitembea katika haya na yale, lakini naona shida kali, naona kukata tamaa. Nimegundua katika somo hili, wewe Mungu unajitangaza, unasema wewe ni Alfa, mwanzo. Na kama Bwana ni Alfa, yeye ni mwanzo, anastahili kuanza pamoja nasi. Anastahili kuanza pamoja nasi. Na ikiwa ulikuwa hujaanza naye, mwambie Bwana, na hesabu yaliyopita ya kwamba nimekukosea. Yeye atasema hata imekuwa ukiwa ndani yangu, ya kale yanapita, ya kale yanapita, na pale unaponipa maisha ninaanza kuyafanya kuwa mapya. Yaani haleluya, yaani haleluya. Ongea na watu wa bodaboda. Ulipoanza kuendesha bodaboda, je, ulianza na Bwana? Ulipoanza matatu, je, ulianza na Bwana? Je, ni kitu gani unafanya sasa? Je, hicho kitu kimeanza na Bwana? Did you commit yourself to Jesus? Je, ulifanya maamuzi ya kujisalimisha kwa Bwana kikweli? Leo niko hapa kuambia, kama utaanza na Bwana, nafasi ni sasa. Lolote lililopo ndani ya Bwana, linaloendelea katika Bwana, linalofanya mambo mpya katika Bwana, linakuwa jipya, 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 na Mungu anaweka ulinzi na baraka zake. Yaani haleluya, yaani haleluya. Kutembea, kuanza na Bwana, kutembea na Bwana, kumaliza na Bwana. Hebu niongee hivyo vipengele vitatu. Kuanza na Bwana, kutembea na Bwana, kumaliza na Bwana. Njiani uniongoza, Yesu wangu Mwokozi, rehema hatapunguza, milele kiongozi. Nikiwapo jiwe mbele yangu, kama nimeanza na yeye, jiwe litakuwepo, lakini kuna uhakika kwamba atalibubujisha, ataliondea. Anza na Bwana, tembea na Bwana, uombe Bwana kwamba umalize naye. Labda niwape mtu ambaye katika Biblia wako wengi walioanza, walioendelea na kumaliza na Bwana. Lakini leo natamani niwape mtu mmoja anaitwa Paulo. Paulo alikuwa na Alfa, Paulo akawa na mwendelezo wa maisha, lakini Paulo ni miongoni mwa watu ambao wana omega iliyo nzuri, wana mwisho ulio mzuri. Na Bwana ananitumia hapa, ananiambia ongea na watu wote waliokuja ibada ya leo, ongea na wote wanakusikiliza kwa mbali na karibu, waambie ya kwamba ikiwa walikuwa hawajaanza kutembea na Bwana,
mwisho pamoja na yeye, maana maisha yetu hayana uhakika, maana hatujui itakuwaje. Heri mtu yule ambaye ameweka mashauri yake mbele za Bwana. Heri mtu yule ambaye anakuwa kama Daudi anayesema, malaika wa Bwana hufanya kituo wakiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Ninakuuliza wewe, unapotembea katika hiyo biashara, je, umeiweka kwa Bwana? Je, hiyo ndoa, hayo mahusiano, hao watoto, hayo maisha yako kwa Bwana? Ana habari ya matumaini sana. Kama ulichelewa, anza leo. Wanasema hivi, kama ulichelewa, anza leo. Pata mwanzo mpya, endelea na Bwana, maliza na Bwana. Linavyoanza na Bwana, likiendelea na Bwana, likamaliza na Bwana. Na mtu yule ambaye anaanza na Bwana, anaendelea na Bwana na atamaliza na Bwana, haijalishi changamoto unazopitia, haijalishi mambo utakayopitia, watakuona kwa kila jaribu unaibuka mshindi. Watakuona kwa kila changamoto waliodhani itakumaliza, unainuka tena. Maana walioanza na Bwana, kuna uwezekano wa kumaliza na Bwana. Haleluya! Changamoto ya maisha haya yanapoonekana kuwa magumu sana, watu wanamwacha Bwana. Yanapoonekana kuwa mazuri sana, watu pia wanamwacha Bwana. Yakiwa ya kawaida, wanakaa na Bwana wanalia. Wakiwa na changamoto sana, wanakata tamaa. Wakifanikiwa sana, wanapoteza tumaini. Mtoto wa Bwana, katika siku ya leo, Bwana anauliza tena, je, mwisho wako, omega yako itakuwaje? How shall you finish the race? Katika siku ya leo, Paulo ni Myahudi aliyezaliwa pale Paso. Paulo ambaye tunajifunza habari zake kidogo leo katika kauli zake za ushindi. Paulo alizaliwa katika karne ya kwanza baada ya Kristo. Paulo akalelewa katika makuzi ya Kiyahudi na alikuwa anaitwa Sauli. Jina la Kiyahudi alilopewa ni Sauli. Akatembea katika mafunzo hayo, akafika akawa mwanafilosofia ambaye aliiva katika makuzi na mafundisho hayo ya Kiyahudi. Paulo akabobea katika pia mafundisho ya vita na mateso. Unaweza ukasema ujasusi. Alikuwa anajua namna ya kupiga, how to torture. Alikuwa anajua maadili ya Kiyahudi, Judaism. Paulo akaiva wakati huo alikuwa anaitwa Sauli. Lakini Paulo akaendelea kutesa, maana alikuwa hataki, maana ilikuwa desturi ya Kiyahudi, hawataki watu ambao wanasema habari za Yesu ya kwamba ni mfalme ajaye. Walikuwa wote ambao wanamsema Yesu wanateswa. Paulo alihusika sana kutesa. Paulo alitesa. Paulo akatesa watu, akawa gaidi. Paulo alihusishwa ama alihusika katika kifo cha Stefano. Ule mwaka ambao Stefano alikufa, alihusika sana Paulo. Lakini Paulo baadaye, baada ya kuwa ametesa watu, Paulo akiwa gaidi anatesa watu wa Mungu, Paulo alikutana na Yesu pale Dameski. Akakutana na Yesu Paulo alipokutana na Yesu, inayo habari njema siku ya leo. Paulo akaguswa na Yesu, akapewa upofu. Baada ya upofu, Paulo akasimama tena. Paulo
akakutana na malaika, na yule malaika akamwambia juu ya makosa yake, akamwitisha wito, akamwasaidia. Paulo akawa tayari, akaanza kupokea mafunzo. Hatimaye akaenda Barnaba, akamwekea mkono Paulo. Paulo akatoka kwenye maisha aliyokuwa nayo. Najaribu kupatia short narration story kidogo ya Paulo. Paulo akawekewa mkono na Barnaba. Paulo akaona tena. Paulo alipoona akawa shahidi mwaminifu wa Mungu, akasimama katika imani. Mwanzo mpya ukaanza. Zamu hii waliokuwa naye pale Damascus wakamwita jina jingine, akaitwa Paulo. Kwa hiyo wengi wanasema Paulo Sauli akaitwa Paulo. Hii ilikuwa sio tu kwamba anabadilisha jina, ila mazingira tofauti na maisha tofauti yanafanya watu wanasema sasa Sauli anaitwa Paulo. Ila majina haya alipewa, ilikuwa ni jina la Kiyahudi na ilikuwa ni jina la watu la kawaida alilopewa katika mazingira mapya hapo Damascus. Paulo akawa na mwanzo mpya. Hebu niseme na watu kidogo hapa. Napoenda katika kiini kirefu kabisa, kiini cha pekee kabisa cha somo hili. Paulo alitesa watakatifu. Paulo alikuwa mtesaji mbaya. Paulo alikuwa na picha mbaya juu ya watu wa Mungu. Huenda naongea na mtu wa Ithaka ambaye anasema, Pastor, mimi na mambo ya dini huwa sina raha nayo, huwa sikuwahi kuyapenda. Unajua, akiwa anaitwa Sauli katika Wayahudi wote alihusika kutesa, kuchukia, kukataa. Lakini Paulo alikutana na Yesu. Mikutano ya Waithaka imeletwa na Bwana kwa mtu ambaye alikuwa ana mtazamo hasi, alikuwa hana muda na Bwana, alikuwa anautesa mwili wake, alikuwa anajitesa mwenyewe, alikuwa mbaya kwa watu, alikuwa ana picha nzuri. Ila leo anasema, ninatamani tena Yesu aniguse, Yesu aniguse, Yesu aniguse, na mimi niwe na mwanzo mpya, na mimi niwe na mwanzo mpya. Huyo naye namwambia kwa neema ya Bwana unaweza ukaanza tena maisha mapya pamoja na Kristo. Inawezekana ni wewe dada, inawezekana ni wewe kaka, inawezekana ni wewe mama, baba, mzee. Unasema, na mimi na historia kama ya Sauli ambaye alitesa watu wa Mungu, alikuwa ana muda na Yesu Kristo. Inawezekana naongea na mtu ambaye anasema, Pastor, nimeteseka katika ukahaba, humanizer. Wewe unasema nimeteseka katika pombe, wewe unasema nimeteseka katika dhambi. Ila leo natamani na mimi niwe na mwanzo mpya, na mimi niwe na maisha mapya. Inawezekana kuna mwingine anasema, Pastor, na nimeteseka katika wimbi la kukata shauri, katika wimbi la dhambi ambayo nimezoea katika miaka mingi. Ila anasema, Pastor, nilikuwa naenda kwa kanisa, ila kuna dhambi imenitafuna, imechukua maisha yangu. I want Pastor to change. Nataka nikutane na Bwana, akutane na macho yangu, akutane na moyo wangu. Bwana aliyembadilisha Paulo baada ya siku nyingi, natamani anibadilishe, akubadilishe na wewe pia, akubadilishe na wewe pia. Yale mambo ya zamani yabadilike, ile tabia ya zamani iondoke, Ukristo wa mazoea uondoke, tabia walizozoea watu ziondoke. Kama Bwana alimgusa Sauli, sasa amebadilika, sasa anatembea safari mpya ya imani. Kama Bwana alimgusa Sauli,
Paulo, sasa na mimi, sasa na wewe. Natamani ibada ya leo Bwana atukuse. Yoni haleluya. Hebu kijana yako Bwana akuguse. Hebu meta na Bwana akuguse. Ikakiwa jambo hili, tutapambana miaka nenda rudi, tutastruggle, tutatamani kubadilika, tutatamani mambo fulani yabadilike maishani mwetu, ila kwa nguvu zetu wenyewe hatuwezi. Kwa mategemeo yetu wenyewe hatuwezi. Katika muktadha wetu wenyewe hatuwezi. Wafilipi 4 mstari wa 15. Kumjua Paulo vizuri, utaona na kile kitabu cha Biblia mafungu mengi, maana Paulo ameandika nyaraka epistles 13 ameandika. Natamani tupitie baadhi ya aya za kishujaa, aya za imani ambazo amezitoa. Biblia inasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Paulo anasema, maana ya sura ya 9 ya kitabu kile cha Matendo inaeleza alivyokutana na badiliko, lakini Paulo anapotathmini, hata wakati anaandika kitabu cha Wafilipi alikuwa yuko gerezani. Paulo anawaambia Wafilipi na rafiki zake, anawaambia msifikiri naweza tu, msifikiri na shinda tu, msifikiri naishi tu, bali nataka niwahakikishie nayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu, katika yeye anitiaye nguvu. Natamani niungane na Paulo katika safari ya imani, safari yenye madeni, safari ya kutopata kazi, safari ya mateso ya ndoa, safari ya kutolewa, safari ya giza nene. Natamani mtu mmoja aungane na Paulo aseme, katika yote, naam, katika yote nayaweza yote katika yeye anayenitia nguvu. Yaani haleluya, yaani haleluya. Wakikuuliza mbona una shamba, mbona una nyumba, mbona una gari, mbona umeachiliwa, mbona wewe maisha yako yanaenda, usianze kujisifia. Kuna watu wanajua kujisifia sana. Anasema unajua mimi nina watu, unajua mimi nasoma, unajua mimi nilisoma sana, unajua niliteseka sana. Usiwaambie watu habari ya stori zako, waambie kama Paulo, waambie kama Paulo ya kwamba wapendwa, msione haya niliyo nayo mkafikiri mimi ni kitu. Mimi nayaweza yote katika yeye anayenitia nguvu. Yaani haleluya. Nyenyekea, eleza sababu ya nguvu zako, eleza sababu ya kuweza kuishi katika mji wa Nairobi, eleza sababu ya kukaa na mume wako salama, eleza sababu ya kukaa unapona hata ukiumwa, eleza sababu ya ushindi wako, eleza kwa watu kwa unyenyekevu wenye ujasiri mwingi. Waambie watu kama Paulo, nayaweza mambo yote, mambo yote katika yeye anayenitia nguvu. Yaani haleluya, yaani haleluya. Hebu anza kuambukiza hiyo. Mwambie jirani yako, nayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Hebu mwambie tena, nayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Swali inaweza kuwa, unawezaje kukaa na mume anayekutukana? Swali inaweza kuwa, unawezaje kuja kanisani bado unaumwa? Swali inaweza kuwa, unawezaje kuimba kwaya mbona hauelewi? Sababu inaweza kuwa, unawezaje kusimama kwa ujasiri na kuambia watu Yesu anaweza wakati bado mambo ni magumu? Wakikuuliza waambie, siri yangu
ni kwamba hata kwenye madeni, hata kwenye hali ngumu, mimi mwenzenu siwezi peke yangu, nayaweza yote katika yeye anayenitia nguvu. Yaani haleluya! Tuna sababu ya ushindi wetu, na hiyo ndio ambayo nataka nimwambie kijana mmoja, ndio ambayo anasema na binti mmoja, ndio ambayo anasema na baba, mama, mzee mmoja, msikilizaji wa mahubiri haya. Hatuwezi peke yetu. Paulo anatoa wazi siri ya ushindi wake, anasema nimeyaweza yote, nayaweza yote, nitayaweza yote. Ukisoma katika Greek terminology inaonyesha msemo huu ni tendo lililopita, lililopo na linaloendelea, kwamba uwezo ulioko katika yote ni Yesu Kristo anayemtia nguvu. Huyo Yesu anaweza akakutia nguvu hata wewe. Yaani haleluya! Yaani haleluya! Wangapi ni waone wanasema Yesu natamani unitie nguvu. Tunayaweza yote. We can do all things. Wala sio moja, wala sio mawili, wala sio yote tu. Na nikwambie, shusha kiburi, mwalike Bwana, mpe Bwana nafasi, abadilishe dhambi zako, abadilishe maisha yako, abadilishe ulivyo. Kama Yesu yupo, tutaweza. Jamani, tutaweza. Warumi 8 mstari wa 38 39. One of the strong statements. Utanielewa kwamba mwisho wako utakuwaje tunavyoendelea hivi. Tamani ufuatilie pale Warumi, the book of Romans 8:38 to 39. Biblia inasema, kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo sasa wala yatakayokuwapo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala chochote kilicho juu wala yaliyo chini wala kilicho chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu. Nampenda Paulo, nasema Paulo, natamani nitembee katika barabara yako. Namwambukiza msikilizaji wa siku ya leo aungane na Paulo, ambaye hata hivyo mwanzo wake ulikuwa sio mzuri, ila alipompokea Bwana akapokea imani. Anasema sijui ni kitu gani hicho kitu, kitoke juu, kitoke chini, kije kwa hali yoyote ile, hata kama ni jaribu yoyote ile, hata kama ni mateso yoyote yale. Ninasema na mtu mmoja hapa, sijui ni hali unaipitia. Ungana na Paulo katika mwendelezo wa maisha yako, useme sijui ni kitu gani kitanitenga na upendo wa Kristo. Yaani Bwana asifiwe. Yaani haleluya. Wengine wakiachika ndoa ikileta mgogoro hawaendi kanisa.
chochote kikutenge na Bwana. Jamani, haleluya. Wagalatia 2 mstari wa 20. Sijua kama kuna mtu ambaye anatembea pamoja nami katika somo la siku ya leo. Anasema nataka hiyo nguvu ya Paulo, anasema yote nayoweza, wala sio kwa nguvu zangu ila nguvu za Bwana. Natamani hiyo uwezo wa Paulo ambaye anasema hakuna kitu cha kumtenga na upendo wa Kristo. Baada ya mahubiri haya, baada ya mikutano hii, mafundisho yatatoka, yatahubiriwa kwa washiriki wa siku zote na wale wapya. Usikubali kutikiswa ukatolewa kwenye upendo wa Kristo. Ndio kusoma msomaji wa Biblia inasema nimesulubiwa pamoja na Kristo. Nimesulubiwa pamoja na Kristo. Lakini ni hai. Lakini ni hai. Wala si mimi tena. Wala si mimi tena. Bali Kristo. Bali Kristo. Yu hai ndani yangu. Yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao. Uhai nilio nao sasa. Katika mwili. Katika mwili. Ninao katika imani. Ninao katika imani. Ya mwana wa Mungu. Ya mwana wa Mungu. Ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Kwa ajili yangu. Wenda unatafuta mwanzo, maana na pili na alfa kidogo na omega pia. Paulo anasema katika mwendelezo wa kumpokea Kristo, anasema sio yeye tena bali ni Kristo ndani yake. Je, dada uliyeko hapa, kaka, baba, mama, mzee, je, ni wewe ambaye bado unaonekana kwa watu ama watu wanamuona Kristo ndani yako? Inatakiwa tupokee wokovu na neno la msalaba wa Kristo na kile alichofanya cha kutuzaa upya. Watu wasituone sisi ila wamuone Kristo, ila wamuone Kristo. Paulo anasema sio mimi tena, sio mimi tena, bali sasa ni Kristo aliye ndani yangu. Unajiuliza, nitawezaje kutoka kwenye maisha haya ya uraibu, maisha ya dhambi, maisha ya umaskini, maisha ya kukataliwa, maisha ya huzuni? Utakapompokea Kristo, anasema wale wanampokea Kristo sio wao tena, bali Kristo ndani yao. Anasema katika maandiko, wale wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wake, wa kufanyika watoto wake. Katika mchana wa leo Yesu anasema nasi. Timotheo wa pili 1 mstari wa 7. We're still going and digging deeper to this sermon. Unaenda kuwa na mwisho wa ajabu sana. Kusoma pale Timotheo wa kwanza wa pili 1:7. Biblia inasema maana Mungu hakutupa roho ya woga, hajatupatia roho ya woga, bali ya nguvu, roho ya nguvu na ya upendo. Unajua, hapa natamani urudie maneno haya. Maana Mungu hakutupa roho ya uoga, hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu, bali roho ya nguvu na ya upendo, tena ya upendo na ya moyo wa kiasi. Haya ni maneno ya ujasiri ya Paulo. Paulo anasema ukimpokea Yesu anaondoa woga, anaondoa hofu, anaondoa mashaka, maana Yesu hatupatii roho ya woga. Inawezekana unaogopa kusonga mbele ya maisha. Inawezekana unaogopa. Hapo nisomee Warumi 1:21. Nijaribu kuweka mafungu yale ambayo ni ujasiri wa Paulo katika safari yake ya imani, safari ya utumishi, aliyezunguka mataifa, alifika mpaka hapa karibu tuna Kenya. Paulo alifika mpaka Ethiopia. Paulo alitembea kutoka Uturuki mpaka Ethiopia akitangaza neno la Bwana. Hebu soma pale msomaji. Kwa sababu
kwa sababu walipomjua Mungu, hawakumtukuza kama ndiye Mungu, wala kumshukuru. Hebu soma fungu la 16 la Warumi 1. Biblia inasema kwa maana uwezo wa Mungu, samahani, kwa maana sionei haya Injili. Sasa ninataka uiseme, kwa maana sionei haya Injili, kwa sababu ni uwezo wa Mungu huleta wokovu kwa kila aminiye, wa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Kwa sababu sionei haya Injili, nami natamani niwaambie watu wa Ithaka, neno la Bwana likisemwa katika safari ya maisha, usionee haya Injili. Maana Injili ni uwezo wa Roho unaleta wokovu ndani yetu. Wokovu unapatikana, hiyo Injili inaleta wokovu wa pekee, wokovu ambao ukifika maishani mwetu tunabadilika. Natamani usome Wafilipi 1:16, Wafilipi 1:21 mradi, ili tuendelee kuona kauli za ushindi za imani ya Paulo, yeye aliyeanza akaendelea, na tutaona mwisho wa safari yake. Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo, na kufa ni faida. Paulo anasema, kwa maana kwangu mimi, kama ikitakiwa nife kwa sababu ya Kristo ni faida, bali kufa pamoja naye sio hasara. Anasema kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Paulo anavaa vazi la ujasiri wa imani. Wengine wataogopa kujitoa, wengine wataogopa kusogea kwa Bwana kwa sababu ya watu wanaowaogopa, kwa sababu ya maisha wanaoyaogopa. Paulo anasema, kama itanitaka kufa, let me die. Maana nikifa nikiwa nimepata Kristo ni faida, ila kama nitakuwa nimeishi, mjue kwamba nimeishi kwa sababu ya Kristo. Na kuuliza mama uliyeko hapa, baba, kaka, dada, hivi unaishi kwa sababu gani? Hivi ukiulizwa maisha yako yanatoka wapi, utasemaje? Hivi unawaambiaje watu juu ya maisha? Paulo anaenda kiwango cha juu cha imani, kiwango cha juu cha Kristo. Anatoa sababu nzuri, anasema na sisi tujue kwamba kufa pamoja na Kristo ni faida, na kama tunaishi watu wajue tunaishi kwa sababu ya Kristo. Yaani haleluya, yaani haleluya. Hebu nione watu ambao kuishi kwao ni Kristo, na kama ni kufa kwao pamoja na Kristo ni faida. Yesu Kristo anaendelea kusema na moyo wangu, anaendelea kusema na moyo wako katika aya za Biblia za maandiko, yale ambayo Paulo ametembea nayo. Paulo uliyetangulia mbele yetu, Baba, aliyekuwezesha aweze kutuwezesha na sisi pia. Kwa siku ya leo natamani sasa usome Wafilipi 3:12 hadi 14. Biblia inasema si kwamba nimekwisha kufika. Paulo anasema si kwamba nimekwisha kufika. Hapo tunaanza kuiongelea mwendelezo wa kwenda kwenye omega. Anasema si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, au kwamba nimeshakuwa mkamilifu. La, bali nakaza mwendo, ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake, kwa ajili ya Kristo nimeshikwa na Kristo Yesu. Ndugu, sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika. Anasema sijui wala sisemi kwamba nimefika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyatutumilia yaliyo mbele, nakaza mwendo, nifikirie mbele ya
thawabu ya mwito mkuu wangu, mwito mkuu wa thawabu yangu katika Kristo Yesu. Kristo, sikiliza, wakikuona unahubiri wewe safiri rubua, usiwaambie kwamba umefika. Si kwamba nimefika kwa sababu nahubiri, haitoshi kusema nimefika. Ukiitwa mchungaji sio kwamba umefika. Ukiitwa mwinjilisti sio kwamba umefika. Ukiitwa church elder sio kwamba umefika. Ukiimba kwaya sio kwamba umefika. Lolote ufanyalo sio kwamba umefika, ila tukaze mwendo. Jamani, tukaze mwendo. Wapendwa, tukaze mwendo. Wengi wamerelax, wanafanya wanavyotaka. Baada ya kuitwa wanakwaya, baada ya kuitwa watu sijui soloist, church elder, member of the board, sijui mchungaji, tunafikiri tumefika. Nami nasema kama Paulo, sio kwamba nimefika, wala sio kwamba nimefika, ila natakiwa kufanya neno moja. Amen targeters, mnapenda kuhubiri Injili, sio kwamba mmefika. Washiriki wa SNL, baada ya kwenda mkutano, sio kwamba tumefika wala hatujafika, ila tufanye neno moja mioyoni mwetu. Tukaze mwendo, tukaze mwendo, tukaze mwendo, ili tufike katika thawabu ya uzima wa milele. Watu wamerelax, watu wameacha safari ya imani. Anasema kipindi natafuta mke niliomba sana, nilifunga sana, I was doing this and that. Nilikuwa, usijidhanie nafsi yako kwamba umefika. Wale ambao wananisikiliza, Injili imekuja kufungua mwanzo mpya, uendelezo mpya. Usifikiri kwamba umefika ukasema nimefika. Maana hata hivyo naenda kanisani, mwambie Bwana natukaza mwendo. Natamani mahubiri yaniwezeshe nikaze mwendo, nifike mwende ya thawabu. Ninatamani tuende katika Biblia, Timotheo wa pili 4:7-8. Timotheo wa pili 4:7-8. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, ndio mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Paulo anasema maneno haya. Hebu soma tena kama yule mtu ambaye anafika mwisho. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Anasema nimepiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza. Anasema mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki. Kuna kitu natamani kiweke sawa hapo. Hebu weka sawa jambo fulani. Soma lile fungu la 7. Hebu soma la 7 tena na la 8. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote, na watu wa Waithaka wao wote pia. Ninatamani niwaambie katika somo hili ambavyo Paulo anasema pamoja nasi. Paulo amekaa duniani, amefanya kazi, alikuwa mkora, ila alibadilishwa. Baada ya kubadilishwa, akatembea na Bwana, akaenda mahali kote. Paulo ikafika sana una nguvu zinapungua. Paulo akawa anatazama, je, nitajivunia nini? Nitafanya nini? Ni kauli gani ya imani ambayo naweza kuitoa? Paulo akasema, nimepiga vita vizuri vya imani. Ngoja nikwambie, utakapofika mwisho wa maisha, hawatasema una PhD. Wakamaliza kwamba hiyo PhD
itakupa uzima. Hawatasema una majumba, hawatasema mazuri mengine yakafaa kumshawishi Bwana, ila wanaotafutwa ni wanawake na wanaume, vijana wa kike kwa kiume, wazee wa kike kwa kiume, watakaoungana pamoja na Paulo waseme, tukitazama historia ya maisha yetu, tumepiga vita vizuri, imani tumeilinda, mwendo tunaumaliza, na tunatarajia taji isiyoharibika, taji ya uzima milele. Kaka, geuza mtazamo. Dada, geuza mtazamo. Kijana, geuza mtazamo. Fahari ya dunia hii haina chochote mbele za Bwana. Hakuna atakayeleta alivyokuwa navyo, elimu, heshima, mamlaka, akapewa uzima. Ila waliopiga vita vizuri na imani watapata mede ya thawabu. Jamani, watapata mede ya thawabu. Hebu mwambie jirani yako, vipige vita vizuri na imani. Hebu mwambie tena, vipige vita vizuri na imani. Natamani mpige vita hivyo. Natamani mtembee katika vita hivyo. Vita vizuri na imani ambavyo utasema hatimaye, niliimba kwaya, nilienda kanisa, nilikuwa Mkristo, nilitembea na Bwana. Watu waseme hata mimi nilikuwa mlevi, lakini nikampokea Yesu. Hata mimi nilikuwa mkora, lakini nikampokea Yesu. Hata mimi nilikuwa mzinzi, lakini nikampokea Yesu. Hata mimi nilikuwa na matendo ya zamani, lakini nilipompokea Yesu nilianza mwendo, vita, safari ya imani, na natembea katika safari hiyo. Mwendo na umaliza, imani na ilinda. Mwendo na umaliza, imani na ilinda. Na mimi nafanya neno moja tu, nasubiria mede ya thawabu ya raha ya milele. Haleluya! Yani haleluya! Utakachoweza kujivunia ni uzima wa milele. Utakachoweza kueleza ni mapambano ya imani. Pambana na maisha ya kawaida, sawa. Endelea na ratiba za siku, sawa, ila usiache safari ya imani. Wengi wameacha hiyo, wamepatwa katika uraibu, wamepatwa katika maisha haya, wamepatwa katika dhambi za dunia hii. Paulo ndiye aliyewaambia, akawaambia, uraia wetu si wa dunia hii. Sisi sio wakazi wa dunia hii. We are not the citizen of this world. Sisi ni wakazi wa raha ya milele, makao yaliyoandaliwa, raha iliyoandaliwa watakatifu watakapokaa, watu wa Isaka watakapokaa, watu wa satellite watakapokaa, wageni watakapokaa, Heaven Targeter watakapokaa, Mwinjilisti Robinson atakapokaa, Pastor watakapokaa, kila mtu atakapokaa, hapo pameandaliwa. And there will be joy. Itakuwa ni shangwe ya pekee. Wakorintho wa pili 12, wakati natisha ule wito wa maombi makuu na wito mkuu, tutaimba wimbo ule ambao utaguide, wimbo ule nambari 24. Wakorintho wa pili 12 fungu la 7 hadi la 10, na hapo tutataka kuweka hitimisho la pekee sana. Paulo, wewe umepiga safari ya imani, unaongea na washiriki ambao tayari walishaamini na wale ambao leo wataamini ya kwamba haijalishi maisha yao, haijalishi walivyo, haijalishi watu wanawaonaje, haijalishi wanaonekanaje, inahitajika safari ya imani, safari ya imani ambayo itamaliza na Bwana. Hebu nisemee pale fungu hili nasemaje? Na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi, na makusudi nisipate kujivuna kuliko kiasi. Kwa wingi wa mafunuo hayo, kwa wingi wa mafunuo hayo, nalipewa mwiba, nalipewa mwiba katika mwili, katika mwili, mjumbe wa shetani, mjumbe wa shetani, ili
anipige, nisije nikajivuna kupita kiasi. Kwa ajili ya kitu hicho, nalimsihi Bwana mara tatu kwamba kinitoke, naye akaniambia neema yangu inakutosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu wangu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi sana, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Kwa hiyo napendezwa na udhaifu, na ufidhuli, na misiba, na adha, na shida zinazonipata kwa ajili ya Kristo. Maana dhaifu ndipo nilipo nguvu. Sikiza nikwambie, sio kwamba Paulo aliishi maisha ya luxury, sio kwamba Paulo alikuwa maisha. Paulo alikuwa na mwiba, alikuwa na mateso. Hapa ndipo panapoweka hitimisho la ajabu katika somo hili. Inawezekana una mwiba kama Paulo, inawezekana una mwiba wako kama Paulo. Unachoma mwiba kwenye ndoa, kuna mwiba, kuna mwiba kuna mwiba kwenye masomo, kuna mwiba kwenye mahusiano, kuna mwiba katika magonjwa, kuna mwiba katika maisha. Hata kama tuna mwiba ya namna moja au nyingine, ili itakapokuja, Paulo ndiye anayeuliza, kitu gani kitanitenga na upendo wa Kristo? Kitu gani kitanifanya nisimpokee Kristo? Sijui una mwiba gani. Paulo anasema, katika miiba niliyokuwa nayo, katika mateso niliyokuwa nayo, nalimuomba Bwana mara tatu. Aliomba kwa kumaanisha, lakini Bwana akamletea jibu la ajabu, akamwambia safari ya kwa imani, kuna mwiba ambao sitauondoa, kuna jaribu ambalo sitaliondoa. Kwa nini siliondoi? Kwa sababu huo mwiba utakufanya unyenyekee, utakufanya uwe na imani, utakufanya unitazame, utakufanya uendelee kuniomba, utakufanya uendelee kunitazama. Lakini anamwambia Paulo, usiogope, maana katika yote neema yangu inakutosha. Yaani neema ya Bwana inatosha. Thy grace is sufficient. Neema yake inatosha hata katika mateso ulionayo, hata katika shida ulizonazo. Mchana wa leo, neema ya Bwana ikutoshe. Narudia tena, neema ya Bwana ikutoshe. Wapendwa, neema ya Bwana ikutoshe. Itoshe katika mizigo ulionayo, itoshe katika mateso ulionayo, itoshe katika shida ulizobeba. Lakini la muhimu ni hili: kaza mwendo, kaza mwendo, kaza mwendo. Simama, mpokee Yesu, usiogope, tembea naye. Wakati kwaya inaanza kujipanga hapa, niwaambie hili. Sijajua Madam Lea, where are you Madam Lea? Madam Lea yuko hapa? Apunge mkono tu hivi, tumani watu wamuone ambao mfahamu yuko pale. Ni head deaconess wa kanisa la SNL. Mungu akubariki. Jana Pastor Douglas tulienda na huyu mama hospitali moja, sitaitaja hapa mjini, kubwa. Nilipigiwa simu na mtu akaniita, akaniambia njoo. Simfahamu, ila tumekuwa tukiwasiliana baada ya kuniona kwenye mitandao kwa muda mrefu. Januari mwaka huu, na yeye pia hakuwa na mtoto, na kwa hiyo amekaa na hilo jaribu kwa siku nyingi, amekaa nalo kwa siku nyingi. Na ili ujue ameteseka, alikuwa anapata mimba zinatoka, na hii ya mtoto huyo ambaye tulienda kumwombea jana ni mimba ya 8. Ni mimba ya ngapi? Ya 8. Nataka mtu mmoja nielewe. Nafundisha kuhusu mwiba
alafu unakuwa na mwiba unachoma. Lakini Kristo anachotaka uone neema, uone neema, umuone yeye katikati ya mwiba, na ndiposa usije ukakana imani yako. Hebu nisikilize vizuri, nisikilize vizuri, mtoto wa Bwana. Najua pastors wageni wetu waliokuja hapa, Pastor Mwega, Pastor Douglas, it touched me until I couldn't preach yesterday. Tumeenda tukafika, dada yule akasema, Pastor karibu, maana yananijua alafu mimi sijawahi kumuona. Na hata sisi tulikuwa tunampita nikiwa na Madam Lea, tunaendelea kutembea, kumbe ameshatuona. Akasema, Pastor karibu. Ndio mimi, nikamwambia sawa. Tukaenda. Tujifunze kuhusu mwiba. Usije ukafikiri wewe ndio una matatizo makubwa ya kuikana imani, alafu unasuasua, hauombi tena, kanisa unakuja kwa kuringa, hautaki kanisa, umeamua kubobea huko, wako wenye matatizo, lakini bado wanamtazama Bwana. Sio tu Paulo, kuna watu leo wanasikiliza hili. Bwana nataka tuniweke kisa hiki kwa ufupi sana. Huyu mwanamke akatuchukua, tukaenda, tukapanda lift, tukafika, yuko na mume wake, mume wake ukimtazama, sijamuuliza miaka, lakini anakuwa kama yuko na 50 something hivi, mvi zimekolea, hata anaonekana ameshaendelea kuchoka. Alafu mke wake naye pia anaendelea kuzeeka. Akatupeleka, tukapanda ile lift, tukaenda. Tulipofika tukakaa hapo ili aende kuongea na watu. Maana nikwambie, tulipoomba mwezi wa kwanza, Mungu alimpa ujauzito. Yule mwanamke akapata mimba pamoja na mume wake, wakawa wamepata sasa, huyu mtoto yuko tumboni, lakini mtoto amezaliwa akiwa na 26 weeks. Janga lingine tena, Mungu anatenda muujiza, alafu muujiza unatembea kama mwiba. Sikiza nikwambie, huyu mama ana mwiba, na hata leo ninaposema habari zake ninamwombea. Jamani, ninamwombea. Kama unamwombea na wewe utasema amen. Sikiza nikwambie habari zake. Mama akawa iko ndani, tumebaki na mume wake. Sasa mume wake anasema, tulitamani kuondoka hiyo hospitali, lakini madaktari watuambia mtoto hafai kuondoka, maana baada ya kujifungua mtoto yule akiwa premature, akaingizwa kwenye incubator. Alipoingizwa kwenye incubator, watu wananiambia mtoto yuko kwenye incubator. Nikamwambia tuendelee kuomba, Mungu yupo, anaweza. Mungu yupo, anaweza. Mungu yupo. Sasa baadaye, as we are about to pray this time, baadaye hivi jana ananiambia, maana aliniambia wakati anaenda kwenye operation, mtoto alianza kujaa tumbo akiwa hivi premature. Tumbo likajaa. Wakati huo wameshalipa $600,000 ya Kenya, alafu wameshalipa 2.4 million. 2.4 million ndio deni la kulipa pale. Lakini katika huu ili jaribu, mtoto akafanyia upasuaji Alhamisi, wakapewa majibu kwamba huyu mtoto utumbo wake wote umetafunwa na bakteria. Kwa hiyo kama small intestine imeondoka, no more life. Wakaambiwa mtafuteni mchungaji amwombee mtoto huyu na awatie moyo. Ila kama madaktari hatuwezi. Na hata wameshachomoa kesi, wameondoa kila kitu, wanasema apumue peke yake mpaka afe. Mtazama, tulienda na Mama Lea
mpaka pale kwa incubator, tukaangalia kale katoto, tukakatazama, tukakaangalia kanavyopambana. Ukiangalia kana mrija mmoja tu connected kuangalia pass rate zinashuka. Nikamwangalia yule mama, akamwambia daktari, tusaidie medical report, tuone serikali itatusaidia nini kwa NHF na sisi tutafanya nini. Wamekata tamaa, wanaumia. Mimba iliyokuwa mtoto akazaliwa wakiwa na matumaini tena kwamba mimba 7 zimeharibika, ya 8 itakuwa matumaini, lakini ya 8 tena haina matumaini. Mama yule alikuwa anaongea, ananiambia, Pastor, sema neno la matumaini. Kuna mimba mingine inakuja maishani, hatuna neno kama wachungaji la kukupatia. Kuna mtu yuko hapa ana mateso ambayo hata sina lugha ya kumwambia, ila ninachojua neema ya Bwana inatosha. Wapendwa, neema ya Bwana inatosha. Wapendwa, neema ya Bwana inatosha. Yule mtoto aliitwa jina Imani. Aliitwa jina gani? Imani. Na watoto wawili walio mimba zao zilitungwa wakati mmoja nikiwaombea, wote wanaitwa Imani. Alafu cha ajabu, Pastor Douglas, wote wako kwenye incubator. Na huyu wa jana tayari kibinadamu hatuna matumaini. Ni kama yule mwanamke na mume wake. Sasa sikiliza kilichoniuma zaidi, hiki nisingaacha kukisema. Mume wake ni anesthesia. Sasa wakati yuko pale, wameshapewa majibu na daktari kwamba huyu mtoto hataishi, lakini jitahidini mlipe gharama more than 3.4 million. Zinaondoka na mtoto anaaga. Na sasa wakati mwanaume yuko pale anapewa majibu, simu inaita kazini kwa hospitali yake kule, uko wapi? Njoo, kuna wagonjwa wanatakiwa kufanyia operation na wewe ndio anesthesia. Ananiambia, Pastor, I don't know what to do. Ana panic, anashika simu, anatembea, anamwambia mke wake, Dear, I'm coming. Anaenda kwenye kona, analia, anarudi. Anambia mke wangu, sasa nikuache niende kwa kazi ama naona wanielewi? Anawaambia mtoto wangu anaumwa na hivi sasa naambiwa hataishi. Wanamwambia hiyo hatujui, njoo kwanza kwa kazi, njoo kwa kazi, okoa maisha ya wengine. Akaniaga, akaniambia, Pastor, ninaenda. Unajua kuwepo nikiomba, ilibidi aondoke. Anatembea akiwa anajua mtoto wake Imani hataishi, alafu yeye anaenda kuokoa maisha ya wengine. Paulo akaambiwa, huu mwiba hautaondoka, ila neema yangu itakutosha. Sijajua wewe una shida gani ambayo inakufanya unakata tamaa. Mama huyu ananiambia, Pastor, I am 48 now. Will I conceive anymore? And then hii hela inaenda, Pastor, omba huyu mtoto aishi tu. It is so painful. Unajua alichofanya ni nini? Akatazama mtoto wake kwa incubator. Tukiwa tunaondoka, maana tumepewa dakika zimeisha sasa, akamwambia mtoto wake, akamwambia, Imani, my baby girl, I am going. If we will not meet here in heaven,
Na mimi nimesimama pale kama mwanaume Mkristo mwenye damu ya nyama, machozi yalinitoka. Najua jambo hili, unamwiba unakuchoma, ni kweli, lakini usikane imani yako, usipoteze dira. Toka kwenye dhambi, toka huko, njoo kwa Yesu. Neema yake inatosha, neema yake inatosha. Wangapi wanasema Yesu, neema hiyo itutoshe na imtoshe mama huyu katika ibada hii? Ndio maana kuuliza, hivi kweli umezaliwa? Unajua Pastor Douglas, mimi nimezaliwa kwenye shamba. Yaani mama alikuwa anatoka huko shambani, anatembea na kuni firewood, alafu mama uchungu kamjia chini ya mti, nikazaliwa. Hakuna gharama, ni Yesu tu ametuletaga, wengine tumezaliwa chini ya mti. Na unajua, na mimi nilizaliwa premature chini ya mti. Na ngoja niwaambie cha ajabu, sikupelekwa kwa incubator. Walifunika manguo, watu wa kienyeji wanawasha moto. Yaani wengine sisi ni muujiza. Alafu kweli unapoteza imani na Mungu amekupigania, katoto kale kanaondoka katika premature. Mwambie Yesu leo, maisha yangu kwako. Kwaya karibu. Wakati naitisha wito wa kipekee wa ubatizo, inawezekana kuna mtu yuko hapa hajawahi kujitoa, leo ndio mara yake ya kwanza atajitoa. Inawezekana unajitoa kwa ajili ya ubatizo. Wengine watabatizwa sasa leo, wengine watabatizwa Sabato ijayo, wengi kabisa. Lakini nachotaka niwaambie, Pastor Douglas nakutaja mara nyingi, waimbaji hawa mnawaona walikuwa wako na mama mmoja sponsor wao, mama ambaye yeye na mume wake ni matajiri. Siogopi kusema hivyo, maana Mungu amewabariki pale Kisii. Lakini yule mama akapatwa na kansa akiwa yuko anaumwa sana India, bila shaka. Akamwambia Lamek na wengine, nakaribia kuaga, ninavyojisikia nitaaga. Akaandika maneno ya wimbo huu mama yule, kwamba nimefika mwisho wa safari yangu, naliona kaburi liko mbele yangu, ninataka kunimeza. Lakini akamwambia, Bwana, nimeiona neema yako, japo ni kwa machungu mazito, neema ulinijazia. Maneno yake ndio haya, anaungana na Paulo amesema, neema yangu inatosha. Sijajua unateswa na nini mpendwa, hata kina kufanya unakata tamaa. Lakini jioni, mchana leo, imani ya Yesu ukiwa hai bado inatosha. Jamani, inatosha. Jamani, inatosha. Ndiposa natamani kuwaona wale ambao wanasema tunataka tupige vita hivi vya imani pamoja na Kristo, ili hatimaye atupatie mwisho wa matumaini mapya tena. Na karibu nami hapa watakuja sasa wakijipanga hapa. Ikiwa unasema Yesu nakuhitaji in a short while, karibuni hapa. Karibuni hapa. Umechomkaji, umesumbuka, rafiki huyu ameanza hapa. Tuna watu wengi, my friends who are ready for baptism, wale ambao wamejitoa kwa ajili ya ubatizo na wataendelea kujitoa. Huenda hujasikia kwa sababu ya wimbo. Nikimwona ndugu yangu Rundo analia, naelewa, anajua alipotolewa na Bwana. Rundo, usiogope, Yesu alikutoa huko ili waone marafiki wengi wakimkiri Kristo. Ndio maana Rundo akiona watu kama hawa
analia, anasema Yesu asante. Sijui wewe unafanya maamuzi gani. Labda kabla sijaomba niseme hili. Anita, where is Anita my friend? Where is she? Yuko wapi? Ngoja aje hapa leo. Anita unayemwona hapa, hata muda uliopita ametoka kwa dialysis. Pastor Douglas, all kidneys have failed. Lakini Anita anampenda Yesu sasa. Anita aliposikia habari za injili hii, alisema nakuja kwa Yesu. Alisema nakuja kwa Yesu. Yesu anayeweza kuripea. Yesu anayeweza kuponya. Yesu anayeokoa. Oh my Lord. Wewe ni mzima. Wewe una afya tele. Unafanya moyo wako mgumu kwa Yesu. Anita kakae pale. Anita aliniambia jana, pastor, nitaenda kwa dialysis, lakini nitarudi, maana namtaka Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Wewe ni mzima alafu unagoma kuja kwa Yesu. Do you know what it mean by losing? What it mean? Do you know real? What is kidney failure? And then unacheza na maisha haya. You're just playing around. You're just making jokes with Satan. Yuko dada hapa ananiambia yaani hana sababu yoyote, ila anasema tu nitajitoa pastor, nitajitoa tu. Yaani I will just want my life. Yesu anaita leo, today. Leo. Anasema utavumilia kwenye dhambi ya talili. Labda nimeone mmoja ambaye anasema, pastor, no way I should come to Jesus. No way. Wewe unasikia sauti huko mbali kabisa, mbali. Lakini unatembea kwa imani. Unasema, pastor, I need Jesus. Atakushindia, utatoka kwenye uraibu. Utatoka kwenye hamna shauku yoyote ya pombe. Atakushindia, na Yesu alikuja ili uokolewe. If there is one of us, njoo sasa. Na dakika hii moja sasa. Dada ni wewe. Yesu anasema na wewe. Katika wenye dhambi mimi mkuu. Wenye maiki pamoja nasi. Ila Yesu. Sing it loudly. Weka maiki karibu na kids. Rise up the voices. Kami inadamu kiupate uzima. Labda kwa sababu ya kusimama huku wakati tuna beti la pili tutakapoimba, hebu muulize jirani yako. Muulize, mshike mkono. Kwanza pata mtu mshike mkono. Uliyesimama naye mshike mkono. Tunataka tuombe sasa. Mshike mkono vizuri, hakikisha umeshikwa mkono. Hakikisha umeshikwa mkono. Haya, ukiwa ule mshika mkono muulize, rafiki, umebatizwa? Hebu muulize, hata kama unajua muulize, umebatizwa? Be serious. Muulize, umebatizwa kwa maji mengi? Alafu amekujibuje? Hakikisha umepata jibu lake. Kama atakwambia bado, mwambie, rafiki yangu, tuende kwa Yesu. Msindikize abatizwe aje kwa Yesu. Pendo lake. Ndio wale wanaomsindikiza rafiki kwa Yesu, ambaye anakuja kwa Yesu. Tembea naye. Rafiki yangu, Mungu akubariki sana. Tembea naye. Tembea na wewe rafiki, mlete kwa Yesu. Msindikize. Mwambie na kutia moyo, twende kwa Yesu. Mungu akubariki sana dada yangu. Blessing. Walete marafiki zako kwa Yesu. Tembea nao.
tembea nao, barikiwe sana. Tembea nao, tembea nao. Wale ambao wana umri wa kubatizwa walete kwa Yesu, watie moyo. Tembea na rafiki yako. Kuna ambao bado watembei, kuna ambao bado watembei, naona wengine wakitembea. Mlete rafiki yako kwa Yesu. Yesu akubariki, Yesu akubariki, Yesu akubariki kwa kutembea naye, kumleta kwa Yesu. Yesu akubariki, Yesu akubariki. Asante. Naona watu wako serious, wanatembea na marafiki zao, wanatembea na marafiki zao, wanatembea nao, wanatembea. Mungu akubariki, Mungu akubariki rafiki yangu. Tembea, njoo naye, njoo naye, njoo naye kabisa. Tembea naye kama nimwambia kubatizwa. Tembea naye. Mungu akubariki, Mungu akubariki. Pastor, people are coming to Jesus. People are coming. Leta rafiki yako. Kama utamuuliza, utaulizwa wewe. Kama utamuuliza na kumleta, hiyo sio kazi yangu tena, nimekushirikisha. Mlete, mlete. Mama, Mungu akubariki. Baba, Mungu akubariki. Oh, blessing, blessing, blessing. Wanakwaya wengine wanapunga. Sasa mstari huo msaidie kuwapanga mstari wa pili wa imani. Lete jirani yako kwa Yesu. Naona wengine bado haujawaleta. Walete kwa Yesu, walete kwa Yesu. Yesu anaita, Yesu anaita, Yesu anaita, Yesu anaita. It is Jesus calling, and Kendall calling today. Kendall calling today. Come, my son, come, come, my daughter, come. To God be the glory, to God be the glory, to God be the glory. Mungu atukuze. Sasa yatosha, sasa yatosha. Nitamwalika wachungaji wawili watatuombea. Pastor Omwega is here with us, lakini pia Pastor Douglas yuko hapa. Wangapi wanamshangilia Bwana kwa umati wa watu wanaoenda kubatizwa? Yaani haleluya. Kama na wewe umebaki, tembea uje kwa Yesu. Tembea uje kwa Yesu. Hawa wataandaliwa, wengine kwa ajili ya leo, wengine kwa ajili ya siku zijazo. Usikate tamaa. Wakiwa wamesimama hapa, Pastor Omwega, you shall pray for these people ambao wanaenda kubatizwa. Lakini Pastor Douglas, utatuombea sisi ambao tulishabatizwa. Tubatizwe upya. Tubatizwe upya leo. Amen. Tuzaliwe upya leo. Lakini tupate imani ya kusonga mbele katikati ya miiba yetu. Tuwe na mwisho mwema. Utatuombea tuwe na mwisho mwema. Paulo ametangulia, anatuagiza tufuate njia ile ya imani. Ikiwa kuna mtu hajajitoa, atakuja hapa. Wakati wakiwa naomba, unaguswa na Bwana na Roho wake, utaendelea kuja hapa, utaendelea kuja hapa. Mungu amejishindia. Mungu anashinda hata leo, anashinda hata leo. Akauliza, maji yako wapi? Alipouliza akasema yapo, na akaambiwa abatizwe. Basi asante pastors, you can just speak. Asante. Kuingia mbinguni huanza na hatua moja, uamuzi wa kubatizwa. Kuna watu watakuwa mbinguni kwa sababu walifanya uamuzi leo, na inawezekana ni wewe. Haleluya, inawezekana ni wewe. Amen. Najua kuna mashahidi watatu katika uwanja huu. Shahidi wa kwanza ni Yesu Kristo. Anashuhudia vile unavyoamua. Oh yes. Na anafurahia. Shahidi wa pili ni Shetani. Anakuambia usijitoe, anakuambia usiende, na anajua kweli kabisa ukija leo utakuwa umefanya uamuzi wa kwenda mbinguni. Shahidi wa tatu ni wewe mwenyewe. Utaamua. Haleluya. Wale ambao wameamua leo, inawezekana umeamua, na ndio hatua ya kwanza ya kuingia mbinguni.
Kuna mzee mmoja wa Kichainizi anasema kwamba safari ya hatua 1000 huanza na hatua ngapi? Moja. Safari ya kwenda mbinguni huanza na hatua moja ya uamuzi ambao tumefanya leo. Nataka kuhakikisha hao ambao mmekuja hapa mbele kweli mmeamua unaenda kubatizwa. Hebu niona kwa mkono. Amen. Nataka kuomba mkono wako ukiwa juu. Amen. Mkono wako ukiwa juu. Amen. Hata kama uko kule mbali, nyoosha tu, utakuja kujoin. Nyosha tu. Tunaomba. Amen. Bwana wa majeshi, Mungu mkuu, Yehova uishi milele, Bwana wa uzima, tu mbele zako mchana wa leo tukishuhudia maajabu, miujiza na ishara ambayo umeinua katika viwanja hivi vya Waithaka. Oh yes. Tunakushukuru Mungu kwa sababu umeahidi ya kwamba hakuna ajaye kwako ambaye utamtupa. Oh yes, Jesus. Bwana, wamekuja kwako hawa wapendwa ambao wameinua mikono yao. Amen. Na hata wale ambao wamefanya uamuzi ndani ya mioyo yao ya kwamba hata kama si leo, kesho au kesho kutwa watajitoa. Mungu kaheshimu uamuzi wao. Amen. Asante kwa ndugu na dada hawa, umewatoa mbali kwa maana wewe ni Mungu na unawapenda. Naomba katika jina la Yesu, Bwana ukawapokee jinsi walivyo. Oh yes. Ukawasamehe dhambi zao zote na maovu. Amen. Ukawaoshe na kuwatakaza kwa damu ya Yesu Kristo. Yes. Ili watakapobatizwa Bwana wapate kibali machoni pako. Amen. Kuna wale ambao walibatizwa hapo awali ambao leo pia katika mioyo yao wameamua ya kwamba waweze kuwabatiza kwa Roho wako Mtakatifu. Amen. Wapokee jinsi walivyo Bwana, pia uwatakaze, uwaoshe kwa damu yako. Yes, na Jesus. upate kuyadumisha majina yao katika kitabu cha uzima. Amen. Hao ambao wamejitoa Bwana, tunaomba majina yao yaandikwe upya kabisa. Amen. Katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo kilichoko kule mbinguni. Wapokee jinsi walivyo, na asante kwa sababu unawapenda. Kristo, wadumishe na walinde na yule mwovu shetani, kwa sababu hapendezwi kuona watu wako wakiwa wamejitoa. Oh yes. Neema yako ikawatoshe, ni katika jina lako Yesu Bwana wetu tumeomba. Amen. Amen. Pamoja na haya, Baba na Mungu wetu tupendaye kweli siku zote, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Na leo hii tukiwa mashahidi wengi sana katika sehemu hii Bwana, tunasema ni asante sababu Roho wako amekwisha zungumza na watoto wako, wamekwisha fanya uamuzi ulio bora, wamefanya hatua ya imani kwa kusogea mbele. Baba, wewe ni mkuu wa majeshi, wewe ni muweza yote, wewe ndio utakaza wale ambao wafai katika maisha yao. Amen. Basi hawa watakatifu tunawatia mikononi mwako. Amen. Tukisema Bwana washike mkono kweli, sio kwa siku moja bali siku zote maishani. Tembee na kila mmoja wao, wakinge na maona na ua ya malaika wako Bwana. Amen. Siku zote watokako, siku zote warudiko katika majumbani mwao. Yes, wawe ni watu wamebarikiwa kweli. Amen. Wakubali leo na hata siku zote maishani. Amen. Sababu asubuhi njema majina yataitwa Yesu utakapokuja pamoja na ujira wako. Yes, Jesus. Majina ya watakatifu hawa pamoja na wale wote ambao tumekwisha pata ubatizo, sote kwa kauli ya sababu ya mikutano hii ya Injili. Bwana utuishe upya, utulishe upya, majina yetu yakabaki kweli kweli siku zote Bwana, ili ujabo majina yakiitwa langu liwepo, na hao wapendwa nao majina yao yatajwe sababu ya uzima wa milele. Yes, Jesus. Kuwe na nafasi kule mbingu ya kuuliza maswali Yesu. Oh, yes. Je, ilikuwaje?
Yes. Ijapokuwa tulikuwa katika uraibuni, ijapokuwa tulikuwa katika ndani ya dhambi, lakini kweli damu uliyomwaga kule msalabani Yesu inatosha. Na leo hii tumekwisha fanya uamuzi, nasema imetosha mambo yote ya dunia. Sisi sio wa dunia tena, bali ni wako Yesu. Ndio maana tunakulilia katika upendo mkubwa. Fanya amani hiyo ikatulie katika mioyoni mwetu. Unapoendelea kututumia katika mikutano hii sehemu hii Bwana, jina lako likainuliwe. Sisi tunapojishusha chini ya miguuni pako, tuongoze leo na hata siku zote maishani, sababu tumekwisha kukubali dunia sio kwetu tena, bali sisi ni wapitaji. Yesu, hata hivyo njoo, dunia iko na shida, iko na changamoto mbalimbali, iko na magonjwa. Tunatamania mbingu ambayo itakuwa na magonjwa, mbingu mpya ambayo itakuwa imeishwa upya, na Bwana tutaishi umilele kote, bali tutafurahia umilele kote. Basi sababu tumekupenda Yesu, sote tumejitoa upya. Tupokee leo na hata milele, maana tumekusii yote haya tukitumai umekwisha yajibu. Sawia na mapenzi ya mbingu. Nasi wote tukubali kwa kusema amen. Amen. Mungu akubali. Tukasimama kidogo tufanye jambo hili. Elders mkiwa hapo, la tufanye jambo hili. Wale ambao wako hapa, maana ukijitoa tunatamani Yesu akupokee leo. Akupokee leo. Na kuna msemo wa Kisisi kama nitakumbuka, unasema tika kumpa shetani rivaga. Usimpe shetani nafasi. Yaani Bwana asifiwe sana. Na hivyo kwa sababu ya uimara tulio nao, wale ambao wako below 13 ndio warudi nyuma, ila kama uko 13 usimame hapa niseme jambo na wewe. Wale ambao wako below 13 ndio watakuwa, wengine wote tusimame hapa. Kama ulimleta rafiki sawa, kama ukuwa basi Mungu abariki sana kwa kuja. Tuweke one line, one strong line. Nataka niseme nanyi kwa dakika chache, we are beyond time. Tuweke mstari mmoja. Msiondoke, weka mstari mmoja, one line. Nenda mstari mmoja hadi pale. Wale ambao hawajatoshana kwa mstari hadi pale, tuendelea hadi pale. Nenda mstari mmoja, just 1 minute. Thank you pastors, thank you elders. Na mstari mmoja hadi pale. Mungu awabariki sana. Asante kwa mstari huo. Amen. Kuna mtu ametoa hata gari basi 2 zitakazokuwa zikibeba watu kwenda kwa ubatizo. One of our church member. Wangapi wanasema Mungu ambariki sana? Yaani Bwana ambariki sana. Sasa iko hivi, kati yetu ambao hawajabeba nguo, niona mikono yao, ambao hawana nguo za kubadilisha. Yaani hawana nguo kabisa, niona mikono yao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, watu 15. Na kwa sababu 16. Kwa sababu nafahamu jambo hili, hizi nguo tumepewaga na Bwana. Hizi nguo wazipo tu, zitapita. Zisiwe sababu ya kumzuia mtu kuingia kwenye ubatizo. Kanisa hili najua liko makini, kuna some other clothes, lakini zikiisha hata sisi tutatoa. Hata mimi nitatoa. Watu wabatizwe. Jamani, Bwana asifiwe sana. Tutatoa. Isipokuwa tu ninachotamani ni kwamba kundi hili wabatizwe. Jamani, wabatizwe. Jamani, haleluya. Wabatizwe. Najua anaenda kufuata za kwake. Sasa basi, sababu hiyo huenda ulikuja asubuhi ukujua kama utakutana na Yesu. At the point of your turning to him,
lakini Yesu amekuita leo na amekuita na umeitika. Usiseme tena kesho, ya kesho hayajulikani. Maana kama ni nguo utapewa, ukizaliwa upya leo, una sababu za kumshangilia Bwana. Nilikuja kanisani nikiwa wa kawaida, ibada imeisha, mimi sio wa kawaida. Bwana asifiwe. Ikiwa kuna ambaye hajajitoa iko kule, leo ni siku yetu ya wokovu. Ndio pastor nakualika, utafanya viapo. Wasio na nguo walio nazo wote watakula viapo, na baadaye kwa neema ya Bwana tutabatizwa wote. Jamani, tutabatizwa wote. Hebu nione ambaye anasema pastor, kwa kweli mimi nisibatizwe. Bila shaka wito wa Bwana uko ndani yenu. We shall prepare all the procedure, all the possibilities. You will be baptized. Ngoja niombe kwa ajili ya aliyetoa magari au mifupi, na kiwaalika wanaoenda kwa ajili ya ubatizo, na baadaye tutajua kinachoendelea. Mashemasi elders, mwe makini. Ikiwa kuna mtu anatamani ubatizo na yuko mbali, sogea usimame hapa, viapo vikapitishwe, and we go for baptism. Let me pray. Baba na Mungu wetu, asante kwa ajili ya mtumishi wako ametoa magari haya. Mpatie baraka yaongezeke na kuongezeka, yalinde yanapofanya huduma yako. Baada ya huduma hii akapate baraka, yakawe baraka, yakawe baraka. Na wengine wote wanaotoa vyao kwa ajili ya kazi hii, pesa, chochote kwa ajili ya kazi hii, wasijute kwa jina la Yesu. Bariki watoto wako hawa. Wengine wakujua hata kama leo watabatizwa, ila kumbe ulipanga tarehe hii. Wasirudi nyuma hata mmoja. Wasijitetee kwa shetani, ila wajitetee kwako, waseme kwa kuwa ni wewe umetuita, tunakuja kwako hivi tulivyo. Tutoe hivi tulivyo, maana ulimwaga damu yako na hatujui tarehe ya maisha yetu. Kwa jina la Kristo Bwana wetu, amen. Amen. Mungu awabariki sana rafiki zangu. Yaani Mungu awabariki sana. May God bless you in Jesus' name. Amen. Asante sana. Sasa tunaenda katika hatua ya maswali matatu tu. Ikiwa unakubaliana nazo, utabeba tu mkono wako wa kulia na kusema ndio. Tumeelewana? Usiwe na shaka, tumeorganize juu ya nguo, utaweza kuzipata tukiwa pale, na pia za kubatizwa utapata pale. Je, unampokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako binafsi? Asante. Na je, unataka kuishi ukiwa na uhusiano naye unaokoka? Asante sana. Je, unakubali mafundisho ya Biblia kama yanavyoelezwa katika tamko la imani za msingi za kanisa la Adventista, na ya kwamba unataka pia kushika siku ya Sabato ambayo ni siku ya Jumamosi hii? Asante sana. Je, unataka kubatizwa kama udhihirisho na wahadhara wa imani yako kwa Yesu Kristo, kupokelewa katika ushirika wa kanisa la Kiadventista wa Sabato na kulisaidia kanisa na kazi yake kama wakili mwaminifu? Asante sana. Mungu wetu aweze kuwabariki. Hebu tuombe. Asante Mungu wetu kwa hawa watoto wako ambao siku ya leo wanaenda kuzaliwa mara ya pili, na tunaomba ya kwamba utembee pamoja nao maisha mapya mpaka katika ufalme wa mbinguni. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Naomba muingie moja kwa moja kwa hizo buses ambao zimesimama pale. Tafadhali enda tu hatua, wazee pamoja na deacons wasaidie waingie katika hizo magari, buses hizo ambazo zimesimama hapo. Asante sana. Kama una nguo wewe nenda upande, wanapanda wabatizwa hawa wote. Utaratibu umeandaliwa huko mbele ya safari. Just get only. Usimpe shetani nafasi yoyote. Wale ambao hata wanataka kubatizwa, nenda upate nafasi pale, wote. Utaratibu na kila instruction itatolewa huko.
May we all go. May we all go. Na tuliyobaki hapa tutapokea utaratibu mwingine. Huu ndio mwisho ibada hii, na Bwana awabariki, awapatie mwisho mwema kwa jina la Yesu. Jamani, kwa jina la Yesu, Mungu awabariki pamoja. Kwa maana sasa wameenda ubatizo, tutasalia chakula kutosha kutoka kanisani. Kwa hivyo chakula hicho kitakuja hapa na tutakula sisi wote, wawe ni waimbaji wa SNL pamoja na kanisa nzima na wageni wetu, msiende. Kuna chakula cha kutosha, na baadaye kuna pia chakula cha wageni ambao ni wahubiri hapa pamoja na wale ambao ni